Hello, natumai yuko sawa. Karibu tena kwa siku ingine ambayo ni baada ya weekend refu nzuri kemkem tu tena ya furaha na tabasamu katika siku hii ya Monday. Zikiwa zimekatika na dakika 3 tu baada ya saa 2 usiku. Sijui unatupata ukiwa maeneo gani, na sijui kwamba siku yako imekuwa namna gani leo, ikiwa ni siku ya soko kwenye soko yetu tu kuu ya hapa mjini Kisii. And we are happy kwamba unaendelea kutupata mahali popote ulipo, mpenzi mtazamaji wetu wa kwenye Kisii Hot TV katika jioni hii ya leo. Sijui experience yako ilikuwa vipi kwenye kazi, sijui experience yako ilikuwa vipi kwenye shule, na katika wakati kama huu ambapo tumekuwa na watoto ambao ni wanafunzi wamekuwa kwenye half term, sijui half term hii imekuwa namna gani kwa upande wako, na kidogo tu tufahamu. Lakini najua kwamba mambo yamekuwa mazuri wakati huo wote ambao wamekuwa pale manyumbani, na naamini kwamba Bwana amekuwa kwamba mlinzi katika wakati huu wote. Unajua mtoto huwezi kumlinda. Wakati mwingine pastor aliniambia kwamba mtoto huwezi kumlinda, bali tu ni Jehova anaweza kumlinda. Kwa hivyo tusiwalinde tu watoto, bali tuwape mashauri yetu. Hiyo sasa tunaanza tu MOSHENEE live kwa MOSHENEE ya Christ katika jioni ya leo, nikitumai kwamba tuko sawa kabisa, ili kwamba tuzidi kung'ang'ana na kuhakikisha kwamba siku ya leo imekamilika kwa njia iliyo nzuri na tumeitamatisha kwa njia iliyo sawa kabisa. Kwenye MOSHENEE ya Christ nito Papa Isaac LENARD katika mida hii ya saa 2 hadi mida ile ya saa 4 usiku, ambapo nitakamilisha show mara hiyo tu. Lakini kwa sasa tu nikukaribisha na kukuambia kwamba useme high five kwa wale ndugu jamaa na marafiki, na wale ambao kwa kweli unaona kwamba ni vizuri useme high five to them katika wakati kama huu. Bila shaka I know that kwamba Mungu amekulinda, amekushika mkono, amekupigania, amekushindania na amefanya yote kwa mema kwa maisha yako. Alright? Njoo tu karibia tuweze kusukuma siku hii kwa team Facebook pale. Thank you so much kwa kujumuika pamoja na sisi. Team YouTube, thank you so much kwa kujumuika na sisi, na team wote ambao ni watu wa team zote. God to bless kabisa wakati kama huu ambapo tunaendelea kusonga na kujua yale ambao Bwana ametuandalia katika siku kama hii ya leo. And by the way, bila yeye hatutoweza. By the way, that is why we are so much thankful, kwa sababu yeye amekuwa ni baba kwetu, hajatuacha tulie tulalamike wala tufanye chochote. He has been with us and all the time tunasema kwamba he is good. And I know kwamba hata wewe amekuwa, he has been so good to you, vile hata mimi nasema hapa kwamba Mungu wangu amekuwa so good to me. Na amekuwa mwaminifu wakati huu wote ambapo tunaendelea tu kuzidi na kumtukuza, kwa sababu maisha haya tu hatuwezi tukamlipa wala kumpa chochote, bali tu ni kusema kwamba asante. Kwenye MOSHENEE ya Christ hii leo kuna mengi ambayo nimekuandalia, kwa sababu kuna mengi ambayo nimekuwa tu najua lazima ujue MOSHENEE alafu wape tu neno la siku. Leo kidogo kuna kijana kwenye status ya mtu ndio ya kwanza itaanza na MOSHENEE, leo itaanza na status ya mtu leo, vile ilikuwa imeandikwa kidogo ilikuwa ni ya kutabasamu kidogo. Sasa mimi sijajua, lakini kama ni kweli, lakini tutajua tutatambua kwa maelezo tu ya siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba wakati huu wa kwanza ni kusema tu high five kwa wenzetu na kuwajulia tu hali, tujue kwamba maisha yao yako namna gani siku kama hii ya Monday. Kama imekuwa ni siku ya stress kidogo, watuambie imekuwa ni siku ya stress, lakini tujue kwamba siku nyingine haitakuwa tu ya stress kama ilivyokuwa leo. Na kama imekuwa ni nzuri, bado tunampa Mungu shukrani, kwa sababu hata wakati wote wa shida, wakati wote tunaambia kwamba furahini wakati wote, na hivyo basi ndilo kusudi letu kila wakati kwamba tufurahieni, kwa sababu Mungu wetu anatupenda na anatuwazia yaliyo mema juu ya maisha yetu. Kwa hivyo inabidi kwamba tufurahieni hata wakati huu ambapo uko kwenye shida, furahieni. Wakati huo kwenye tabasamu pia mpe Bwana shukrani, kwa sababu
yeye amefanya hayo yote. Hata pia wakati kwenye shida pia unastahili kumwambia Mungu, Bwana, shukrani kwa sababu katika hali hii yote, napopita kwenye mstari huu, napopita kwenye hali hii, napopita kwenye majaribu haya, bado wewe Mungu unabaki kuwa Mungu. Alright? You know, there is no, hata kama kuna watu ambao ni wagonjwa, hakuna wakati yani this does not make God to be a failure. Hata kama kuna watu wagonjwa, bado Mungu anaitonga ni Mungu ambaye ni Rafa, yani ni Jehova Rafa. Hata kama kuna watu ambao kwa kweli wamekuwa pale hospitalini, wamekuwa tu na challenge tu ya pesa, bado tu inabaki kwenye Biblia tunavyoambiwa kwamba anayepeana fedha na mali ni Jehova Mungu. Bado tu hata wakati unalialia kwamba shida imeniandama hapa kwa hali ya school fees, bado tu Mungu ni yule yule. Hata kama utalialia, bado itabaki kwamba ni yeye ambaye atakupeana hata hiyo school fees yako bila shaka. Right. Tunaendelea kujiandaa bila shaka. We are trying to see kama mambo yako mazuri. Tunaangalia bila shaka. Kwa hivyo usicheze mbali nakwambia. Bado usicheze mbali, tunaendelea tu kusonga, na nakueleza kwamba hata wakati ambapo watu wanaendelea kufa, that does not change the fact kwamba Mungu ndiye muumbaji. That does not change the fact kwamba Mungu ndiye anayepeana maisha. That does not change kwamba Mungu tu ndiye tu mwanzilishe wa kila jambo na ndiye tu aliyekujua. Anasema kwamba alikutambua kabla ya misingi ya dunia kuwepo. Alikutambua hata kabla ya wewe kuwa formed in that womb of your mom. Maze? Yani he is that God mwenye si complicated. Ni yeye tu anasema. Na unajua kifo tu ni lazima, tunaelewa. Magonjwa ni lazima, kwa sababu pia kwenye Biblia tumeambiwa kwamba mwili huu utateswa, mwili huu utaumwa, mwili huu utakuwa unateseka, lakini that does not change kwamba Mungu ndiye aliyekuumba. That does not change kwamba huu mwili ambao umegonjeka bado ndio Mungu anataka utakasike. You see? Tunaambiwa hata kama kwamba tuko duniani, you know, I want to get these facts zingie tuko maisha yako vizuri. Hata kama tuko duniani, vile wazee wanasema kwamba, ama vile wasee, sijui kama ni wazee ama ni wasee, wanavyosema kwamba maisha haya ni kama tu nini, ni kama tu yale sijui nisema ni kama tu ua, na baadaye likimalizika tu ile kushaini kwake ama ile kung'aa kwake kwa hilo ua, unapata kwamba limeishaisha sasa, unapata kwamba haling'ai tena, linaanza kukauka. The same thing kwa maisha yetu, tunang'aa tunakauka. Ni kumaanisha kwamba tutakufa na tuko hai siku ya leo. And by the way, there's nothing painful kama ukiambiwa kwamba utakufa. It's true. Unajua kwamba ni ukweli, lakini ukiambiwa ninakufa, hakuna mtu angependa ambiwe kwamba anakufa. Mfano, kumbuka Ezekia aliambiwa utakufa. Akaenda akaambia Mungu, Bwana, hata kama nimeishi sana, naomba tena uniongeze miaka. Jameni, hii miaka Bwana imeenda kidogo tu kama siku moja. Naomba tu nizidishie tu siku moja. Yaani miaka fulani. Na Mungu akamwambia, sawa, nimesikia kilio chako. Akaambiwa na mtumishi kwamba Mungu amekuongezea miaka, hautakufa sasa. So hata wewe hautakufa. Umekuwa ukijisumbua pale, unasema mimi nitakufa sasa. Time yako ya kufa haijafika. Yani, na kuna watu pale anajua tu ujana ni moshi, na akijua tu hiyo fact kwamba ujana ni moshi, anajua kwamba akiwa katika hali hii ya ujana hawezi saidia kile kikundi chake cha vijana waweze kuenda mbele. I don't know why. Kwa sababu anasema haya maisha ya ujana bazee yanaishaga, yakiishaga na mimi nayaachaga hapa. Sasa hizi vitu ambazo ninataka
nifanya kwa watu ambao ni vijana zitabaki kwa ujana, mimi nitaenda kuwa mzee. Hiyo inafuata. By the way, let me just say, inaitwanga ni selfishness na ile kikuwa too mean. When you are in a certain place, ensure kwamba umeacha legacy. Legacy. Kila hata ukiangalia president anataka aache legacy. Si kwamba anakuja kufaidi miaka yote. Hata yeye atakufa, ataachia watu wengine, because kuna mzee fulani wakati mwingine hapa tumekuwa kwenye meeting mahali, and alikuwa anasema mimi nikiwa katika mjengo huu, nikiwa nimetengeneza mjengo wa aina hii, what I'm focused at ni kwamba kuangalia kwamba my great grandchildren wataishi namna gani, because sitaki kwamba maisha nilio nayo siku ya leo ndio watoto wangu watakuja kuishi. Kuna yule mzazi najua kwamba watoto wanarudi shule kesho, hiyo ndio moshene ya kwanza. Moshene ya kwanza, mnajua mtoto alikuja half term na unamwambia mimi nilisomea ufukara. My friend, mimi nikukupea hata 200 uende utumie kama pocket money, ni shida. Na huyo mtoto anaanza kuwa mwizi pale shuleni, na unapata kwamba hapiti, ni kwa sababu tu you want kuwa mean. Don't be mean to your own kids. Kuna mtoto yuko university, yuko college pale, uko na uwezo kabisa, uko na uwezo wa kumnunulia hata suit avalie, kiatu kizuri avalie, ndio aonekane, na hata yeye anajifeel, hata wakituma kwenye field kidogo tu ana feel like my parents wananijali. Wewe unamwacha tu pale anavalia zile nguo za sometimes bwana. Right. Mambo ni mengi tu tunayapata tu, lakini si vizuri. Inabidi kwamba tujaribu tu kwa hii mashine, jaribu kutuchange kidogo, kwa sababu we are focused kuchange generation yetu, kuchange minds zetu. Unajua kuna vile ume mindset, lakini leo nataka tu change tu kidogo, na God tu akuhelp tu hapo na uweze kusonga. By the way, hiyo kitu ya kwanza tumekataa ni mambo ya kuwa mean bana. Acha na kuwa mean bana. Acha na kuacha huko kwa kikundi fulani cha kina mama. Unajua kwamba mimi nakuanga Nairobi, lakini kikundi cha mama kiko pale nyumbani, nikienda huwa najumuika na wao. Hautaki kuwasupport kwa sababu unasema mimi sikuje kufaidika. There's some people wako hata kwa vitabu vya matanga pale nyumbani to serve charity. Kuna watu ambao wako pale ulihamia kula Nairobi, kuna mtu alikufa pale na unajua kwamba hawana uwezo, wewe uko na uwezo tu yani charity. Hata Jesus mwenyewe aliona tu charity kwa watu wa kwao, na ndio maana akasema kwamba, ndio maana inasemekana kwamba charity begins at home, na hata yeye alianzianga hiyo charity ya kwake pale nyumbani tu, hakuanzia mahali pengine. Mungu tu atusaidie tusizidi kujua yale ambayo yeye anatukusudia katika maisha yetu, ili kwamba tusonge tu hapa bila kuwa na yale, yani zile fikra za kitambo, zile fikra ambazo si nzuri. Kidogo tu tuwe na mawazo tu ya development, mawazo tu ya kutakia watu wengine mazuri, mawazo tu ya kusonga mbele, mawazo tu ya kutaka kila mmoja fanikiwe, mawazo tu ya kutaka kusupport kila mmoja, ili kwamba na yeye aone furaha iliyopo kwenye maisha, na hivyo itakuwa ni vizuri wakati huu ambapo mambo yanakuwa mazuri kwa njia hiyo, bila shaka. Alright, so kwa njia hiyo na kuomba kwamba mtazamaji wetu wa Kisii Hot TV siku ya leo, Mungu akusaidie sana, ili kwamba tuweze kujua ni yapi ambayo siku ya leo tutaweza kuyafahamu, lakini bila shaka mambo ni mengi tutaweza kuyafahamu. Kwa sasa tushakufahamu kisha kitu moja kwenye mashindano hii ya leo, nataka tujaribu tu kugeuka jamani, my friend tujaribu tu kugeuka hiyo story ya kuwa mean kwa watoto wako, kuwa mean kwa kanisa yako, kuwa mean kwa vitu zingine jamani. Tuache kabisa, kwa sababu haitakuwa tu yenye shangwe. Haitakuwa yenye shangwe. Itakuwa ni vizuri wakati unahakikisha kwamba things are good, things are okay. Inakuwa ni vizuri sana. Unahakikisha kwamba hata huyu mtu make a change kwa life yake. So leo tujaribu tu kumake change kwa life ya mwenzetu, jaribu tu kumake change kwa life ya rafiki yako, change kwa ndugu yako, change kwa yule mtu ambaye anakutizama. Right, inakuwa ni vizuri sana ambapo tunaendelea kuzidi kufuata hapa kwenye Kisii Hot TV. Mungu akubarikie wewe ambao umeweza kuingia pamoja na sisi in this very fine
very fine evening, ambao najua kwamba it's a good evening, ambao ni nzuri, very nice evening, ambao kwa kweli naamini kwamba God atatusaidia sana kabisa tukisonga kwa pamoja, right? Iko sawa. Haya, tunaendelea kusonga kwa njia hiyo ya taratibu kidogo tu nitakuchezea hii background music kidogo tu, alafu tutaweza kurejea. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo bila shaka, na hivi sasa ninaona kwamba imefika. Kuna wale ambao wamejaribu kututumia jumbe zao wakati kama huu, ambao wanasema kwamba okay, nawapenda, I'm waiting today. Nini mkifungua, naomba kitabu cha Mwanzo, asomewe kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya 5 mstari wa 1 hadi 7, pamoja tubarikiwe wa Hot TV wote. Na pia anasema kwamba pia salamu ziwaendee my lovely baby Scovien na Skifon, mambo wanangu, na nawamiss sana, nikida Kenya, wamiss karibu nikude Kenya, right? That is what she is trying to say. Karibu nikude Kenya, my parents Ombati and Mamke Mto, my sisters Evelyn, Roslyn, Hailin, Lilian, brothers na wasalamia wote, so mpate baraka na huyo dada mkubwa amewasalimia pale, na alisema kwamba tusome kitabu cha Mwanzo, that is Genesis chapter 5 verse 1 to 7. Na bila shaka najaribu tu kufahamisha kwamba mida ya saa 3 kamili Pastor Nyabende atakuwa hapa ili kwamba aweze kukamilisha yale ambayo aliweza kuyaanzisha hiyo jana, kwa sababu ya masuala mengi. Unajua mambo ya jana kidogo tunatoa akili tukosea, lakini we know kwamba leo itakuwa ni tofauti na itakuwa ni nzuri sana, so right, so itakuwa ni nzuri kwa njia hiyo. Let us just move on, itakuwa ni vizuri tukisonga kwa hiyo njia iliyo taratibu. Na kwa mfano huo basi hatuna mengine mengi sana, lakini tuko hapa tuweze kuzidi kuzungumza mengi sana. Lakini kwa wale ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka mahali popote mlipo, this is Kisi Hot TV, just subscribe to our channel kwenye Kisi Hot TV hapa kwenye Facebook, ni unaweza kulike hiyo page, lakini kwenye YouTube hiyo channel love, yani just subscribe kwa hiyo rangi ambayo ni nyekundu, alafu kirize kwenye hicho kingele, itakuwa ni vizuri ili kwamba uweze kujua zile notifications yale ambayo tutakuwa tukiyafanya kila wakati, na ikiwa kwamba unayajua na ukifahamu hivyo, basi inakuwa kwamba tunasonga kwa njia ya taratibu namna hiyo, alright. Itakuwa ni vizuri. Haya, tukisonga kwa njia hiyo, basi kama uko pale Facebook, kwa watu ambao ni team Facebook pale, mngependa tu kujua ikiwa kwamba unahitaji tu bonge namna gani, itakuwa ni vizuri tukijua kwa njia hiyo, and you can just like the page as well, you can just comment in right away, kwa sababu watu wa team Facebook pale, team silent viewers, wale ambao wanaendelea to view wakiwa silently pale kama silent viewer, tafadhali tuma tu ujumbe wako, tuambie kwamba uko represented kutoka maeneo gani. Inakuwa ni vizuri katika wakati kama huu tukiendelea kusonga kwa njia hiyo. MOSHENEE inaendelea bila shaka. Sijui kama wewe hiyo MOSHENEE imekufikia, lakini ndio hii tu right.
inakuja tu MOSHENEE, inakuja tu MOSHENEE. Ya pili tumetoka kuongelea kuhusu masuala ya kuwa tu wale wasee wa kuwa mindset zao ziko so selfish tu, so mean, wanajiangalia tu wenyewe, hataki kuangalia wenzao, no, wanataka tu kujiangalia wenyewe. Lakini nataka tu tuelewe kwamba we are doing everything kwa sababu ya ndugu zetu, jamaa zetu, kizazi kijacho na masuala mengi zaidi. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni vizuri tukifanya mambo kwa njia ya taratibu kwa namna hiyo, unajua, ndio, na inastahili kuwa namna hiyo. Haya. Now, MOSHENEE ya pili nilikwambia, what I was trying to say ni kwamba Jehovah Shammah, hata katika hali zetu tukiwa kwamba tuko na hali ambazo kidogo kuna watu ambao tunalalamika. Leo MOSHENEE hii ni hasa inaenda kwa watu wetu wa Ndudhi. Leo tumekuwa na watu wetu wa Ndudhi, walikuwa wananiambia sasa hapa tumeanza kufanya hii biashara, tumeanza kufanya ni ya biashara ya mafuta ya pikipiki tu, ndio tunajaza tu pikipiki, unatembea kitu unafikiria ni kujaza tu pikipiki kwa sababu hakuna pesa. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, kwani mbona anasema namna hii? Na mimi niliona mafuta yamepanda juzi, alafu yakashushwa kidogo, na kidogo tu watu wameruhusiwa tu kujikakamua, hata usiku kucha unaweza kufanya kazi. Kwani inaweza kuwa namna gani? Lakini now what am I trying to say ni kwamba yani sometimes let us not just rely in complaints kila wakati. Hatustahili kurely, maisha yetu hastahili kurely in complaints. Kila leo una complain, kesho una complain, hata wakati vitu ni vizuri bado wewe una complain. Tusiwe tu tuna complain wasee, tusiwe tuna complain, kwa sababu Mungu hataki mtu ambaye ana complain kila wakati. God anataka mtu ambaye anasema, oh God, thank you for this, hata hiki kidogo ninashukuru, because hicho ulichokipata kuna mtu ambaye hajapata. Kuna wakati mwingine nilikuwa tunaambiwa pale shuleni, najua kuna wakati tulikuwa tunajikakamua sana, kuna kitu kilikuwa kinaitwa kwamba ni kurudia chakula. Sasa unapata wakati tunarudia chakula ndio mtu ana feel vizuri kwamba mimi leo nimekula kidogo, lakini wakati hajarudia chakula anasema kama leo sikushiba. Na mwalimu akatuambia wakati mwingine kwamba mnalia chakula ni kidogo, lakini kuna sababu tunawapa chakula kidogo, kuna sababu ipo hapo. Tukule kidogo tuishi, na tukule kidogo ndipo kidogo masomo yataweza kufululiza. Lakini sasa unajua watu wengi tu walikuwa wanasema hapana, lakini mwishowe bado unajua kuna vitu ambavyo unastahili kuelewa. Kuna kitu unaweza ukalalamika kigeuke, na kuna kitu ambacho hakiwezi kikageuka. Wewe utatafuta suluhisho kwa mambo haya. We need some solutions, we need not to complain. Kuna vitu ambavyo kwa maisha yetu MOSHENEE, watu wa MOSHENEE pale, so badala tu ya complain, badala ya complain pale, itakuwa ni vizuri ukifanya nini, utafuta tu solution kwa maisha yako, ujue kwamba solution ni gani hapa, na stahili kuwa na solution gani kwa maisha yangu, kidogo tu nitaweza kusonga mbele. Kwa hivyo lazima utafute solution, because kama situation ni difficult kwa maisha yako, situation imekuwa kali kwa maisha yako, mtazamaji, ikiwa unaendelea kutizama, ikiwa situation ni kali na umeangalia hii situation, unakuwa kwamba mambo yamekuzidia na yamekuwa ni magumu sana kwa maisha yako, au stahili tu kuangalia hiyo problem, angalia vile kutapatikana solution, inakuwa ni vizuri. Alright? So tafuta solution tu kila wakati, kwa sababu ukitafuta tu solution unaelewa kwamba hii solution, na ukiomba tu Mungu, mwambie Mungu, sasa solution ninataka niipate, na wewe Mungu unisaidie, itakuwa ni vizuri ukisonga. Unajua dada mkubwa anasema kwamba salamu kwako kwenye Kisi Hot TV. Thank you so much. Tunazipata hizo salamu na tunafurahia dada yetu, dada mkubwa. Sijui ni dada mkubwa ama kuna sijui kama kuna dada mdogo pale nje, tujue kuna namna gani itacheza. Anasema kama atacheza kama yeye, atatuambia. Right.
Alright, kukumbusha kwamba wewe ambao unaendelea kutizama sasa hivi uko nami Papa Isaac Land kwenye kipindi hiki cha Mashine ya Christ. Tukiendelea kukushibisha na maneno ambayo tunastahili tu ya change kwa maisha yetu. Ambao kidogo tukia change tu hii mashine isikuwe tu inakuwa ni mashine ya watu, inakuwa ni mashine ya vitu kuchange. Na Mungu akiwa kwa hiyo change inakuwa kwamba sisi tunafikia hatima ambayo sisi wenyewe tunataka vile tunataka hiwe. Kwa hivyo ikiwa unataka kwamba mambo fulani yana vile unavyohitaji, basi pia mara nyingi tafuta solution na pia ambia Mwenyezi Mungu, ndipo kuwa na solution, kuwe na solution kwa maisha yako bila shaka. Najua kama tunazidi kusonga kwa njia iliyo taratibu. Hiyo ni mashine ya pili ambayo tumemalizia pale tukisema kwamba kuna haja tulalamike, tulielie nini. Tunastahili tujue kwamba Mungu anatupenda na anatuwazia yaliyo makuu. Na kwa kweli hizi complaints, wakati unaangalia kwamba una complain wakati ambao vitu havita change, vitu havijageuka, itakuwa kwamba unakuwa tu unapiga kelele tu. Ni vizuri kwamba ikiwa unaona kuna change, pigia Yesu kelele tu, mwambie God, mimi nataka hiyo kelele tu ya maombi, unamujulisha kila siku. Yaani si kama unampigia kelele ile ya kumgombeza. Sometimes kuna wakati wa kuombeza Mungu sijui, lakini kuna wale ambao kulingana na Biblia waliweza kugombeza Mungu akamueleza, sasa Mungu umefanya namna gani? Mungu hii mambo imekuwa namna gani? Usikuwa unalalamikia tu watu jamani. Unakuwa unalalamikia watu, naambia hii hali mnaona iko namna gani? Hapana. Najua hiyo mashine ndio wanahabari sisi tunapenda. Kwa hivyo lazima tujue vile tutachange na vile tutapigana na hizi situation katika maisha haya kama ilivyo kawaida. Katika dakika ni 30 baada ya saa 2. Kumbuka katika nusu saa ijayo itakuwa na pasta ili kama uweze kutupa neno kuhusiana na masuala fulani ya uchambuzi ambayo tulikuwa tunasema kwamba mara nyingi ukiangalia katika Agano la Kale unajiuliza kuna masuala fulani kidogo kuna kupendelewa kwa kuoa bibi zaidi ya mmoja, na katika hali nyingine ni kwamba kuna kupendelewa kuoa bibi zaidi ya mmoja kulingana na Biblia ya Agano Jipya. La Kale tu unaona kwamba watu walikuwa wakioa na mambo yalikuwa yakiendelea hivyo, lakini Agano Jipya kuna tofauti. Kwa hivyo huku kinzana tunataka tuelewe maandiko yanasema namna gani siku ya leo, na najua hii mada sasa ina mvuto kwa watu wengi kwa sababu tunataka tuelewe neno la Mungu linasema namna gani, kwa sababu hata kuna wale ambao wanajaribu tu kuingia kwa hilo neno, anakuambia, anakupa tu mfano, anakuambia Solomon alioa bibi wengi, Daudi alioa bibi wengi, bla bla bla, walioa bibi wengi. Lakini leo kuna mhubiri ambaye tupa neno kuhusiana na masuala hayo ambayo ni Jeremiah Nyabende kwa muda mfupi tu ujao, ni katika tu nusu saa ijayo hawezi kuchambulia kidogo. Najua mimi siwezi kuwa na ufahamu huo lazima tuwe na mchambuzi ambaye ameenda mambo na theology kidogo, amejua wala ambao tujajua kidogo, tutulie tuweze kujua ufasaha na kulingana na neno la Mwenyezi Mungu linatuambia namna gani. Aisee, sio? Na hiyo itakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia ya taratibu. Ni vyema kabisa ikiwa unaendelea kufuatilia, na thank you so much kwa wale wote ambao ni team Facebook, team viewers, team WhatsApp, team YouTube. Na nikukumbusha tu wakati kama huu hivi sasa, tafadhali you can just subscribe to our channel, na itakuwa ni vizuri kwa njia hiyo. Nitakuwa tu kwamba tunasonga kwa njia taratibu, na pia kwenye Facebook pale ukiwa umelike hiyo page na umelike hiyo video, tuma tu ujumbe hata na pia bado zidi kutizama, usiondoke kwa sababu hapa tu tunakupenda na tunawapenda wale ambao ni mabalozi wa kwetu pale nje ambao wanaendelea kusema kwamba Kisi Hot inasonga. Dada mkubwa, uko namna gani? Hello dada mkubwa, uko namna gani? Dada mkubwa, unmute mic yako, itakuwa vizuri ukiunmute mic yako na uweze kuongea. Right, ni kama bado anajiandaa hii mic. Sasa akifungua nitelewa ili kama tuzidi kusonga kwa pamoja, itakuwa vizuri. Haya, maybe mitambo imekataa, lakini kwa harakati ya kung'ang'ana tunajua kwamba itakuwa successful na itakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia hiyo nzuri.
tunaendelea kusonga kwa njia taratibu, naona pale. Tunaendelea kusonga kwa njia taratibu. Moshenee ya tatu sasa, tushamaliza moshenee ya pili. Moshenee ya tatu ni ya kumalizia sasa, hii ambao tunataka tu tuelewe leo vijana, unajua hivi sasa kuna wale vijana wa campus, na hii sasa ni ya kuongelea campus life pale imekuwa namna gani. Kuna wale ambao tumefunga shule pale, na kuna wengine ambao kidogo wanasema kwamba mambo yamekuwa ni mazito wakati huu ambapo wanajiandaa kufanya mtihani wa NEC, kama wengine washaanza. Sasa ni kujiandaa pale, na kidogo tu masuala mengi yamekuwa yakibuka, na nataka tuongelee tu kuhusu hawa mavijana, sijui ni mavijana ama ni vijana, hawa vijana wakuwe ni magulamu au mabanati, binti wetu pale. Kidogo tuweze kuangalia tu kitu kimoja ama viwili, ili tujue kama hii mashine inatupeleka na wapi. Wanasema kama inatupeleka na Rieng. Haya, siku ya leo nimekuwa tu nikiangalia pale, jaribu kuangalia kama nitapata hii video hii status vizuri, ambayo watu wamekuwa wakitafuta wakiandika, na kidogo tu kabla ya kwenda pale, kuna dada mkubwa yuko hapa amejaajaa. Dada mkubwa, ujambo? Dada mkubwa, ujambo? Sasa tena ametoweka, hawezi akaongea tena. Alright, we are just waiting kuona, ni kama mtoto anamsumbua kidogo, lakini tunaelewa ndio tunaelewa. Kiendelea kujana pale, kuna hii mashinani nilikuwa nakwambia kwamba ni masuala. Yes, dada mkubwa, kwa gani? Aya, okay, naendelea kujiandaa, tujue la kujiandaa. Okay. Moshenee inaanza vizuri. Sijui kama wakati huo wote. Kwanza tuanzie na chanzo tu cha topic hii ya vijana wa campus. Tumekuwa tukizungumza wakisema kama mara nyingi mtihani wa NEC bana, mtihani wa NEC haucheki na mimi bana. Mimi ningekuwa na uwezo wa kuchange tu NEC niende mahala pengine kama TVET hivi, KASNEB hivi. Huo mtaala unakuwa mzuri kwa masuala ya settings, na vile wana set mtihani yao haikuwa migumu kama ya NEC. Akaniambia mimi eneo najua, yani ukipata tu rifaa hapo ndio inakuwa vibaya, sababu mimi naona kwamba ni kama nitaanguka. Kamuuliza, umekuwa shuleni? Akaniambia ndio, nimekuwa shuleni. And what happened? Akaniambia mimi nimekuwa nikisoma, lakini sikuwa nasoma sana. Haya, kama uko unasoma sana tutakufanya namna gani? Mimi mimi najua ninafanya mtihani, na kari ambayo nilichukua ni ya baba yangu si ya kwangu. Ulikubali? Ndio, nilikubali. What happened? Akasema sasa hapa mimi nilikuja nifane, mzazi nimchukulie papers ndio kidogo aridhike, kwa sababu alikuwa anataka nifanye hiko sana. Okay. Haya, tukabaliza tu maongezi, lakini nataka tu uelewe kitu ambacho kiko hapo kinaitwa ni that fear and failure, they are so related. Fear and failure, sikiwa kama fear and failure ziko related, basi kama alikuwa ameogopa kuanguka kwake ni haraka, kwa sababu walikuwa wame mindset, najua mimi hapa lazima nitaanguka. Jana akasema mimi ningekuwa na uwezo wa kuibia ingekuwa vizuri. In short, I want to tell you, hakuna mtu mbaye hakuna uwezo wa kupita ikiwa mwenyewe haoni atapita. Mwanzo utaona kwamba unapita. Pili, uweke mawazo yako kwa njia iliyo nzuri.
tatu pia iwe kwamba wewe ni mwombezi na unasoma. Mara nyingi tukisema tu God tu anisaidie nipite, inakuwa ni vigumu kujua. Haya, kabla tu ya kusonga, kuna pale tuko na Freddy. Freddy, ujambo? Mimi niko poa bana. Unatupata ukiwa wapi ndugu yetu? Mimi nakaanga RD. Mimi mtu wa RD huko Eldoret. Yeah. Okay, thank you so much. Kwa hivyo kidogo tu kabla, kwa sababu hii ni the first hour, bado tunasema kwamba tunasema high five kwa ndugu na jamaa. Sijui ungependa kuwasalimia kila nani? Sasa nitasalimia hata waziri huko. Okay, nitasalimia Wasalimie tu watapata. best yangu mwenye anaitwa Albert Bius. My dad and my wife who ako tu Nairobi. Wote sasa. Yeah. Thank you so much. Hao nitakuwa vizuri. Vizuri. Thank you so much Fred. That is Fred. Naona kama ni mara yangu ya kwanza kukuona hapa. Ni kumaanisha we mgeni mzuri eh? Okay, kwa hii show yako ni mara ya kwanza, but mimi ni mwenyeji wa naitwa Kisot TV. Oh, pole. Wewe ni mwenyeji wa Kisi Hot. Yeah. Right, thank you so much. Mungu akubarikie tukiendelea kuzidi na kidogo tu, sijui wewe kwa maisha yako kuna wakati unalalamika? Kivipi? Kuna wakati umelalamikia mtu ama Mungu? Kidogo tu tufahamu tu kwa ajili ya kusonga. Okay, binadamu lazima alalamike. Sisi hatutosheka. Although hata mimi nalalamikanga sometimes. Kidogo mambo ya internet imekataa kidogo. Dada mkubwa, ikiwa unanipata, hebu jaribu tu kutuongelesha. Haya, pia yeye hajaongea, kwa hivyo tunasonga kabisa. Alright, dada mkubwa, mara ya mwisho hapo. Haya, mambo yamekuwa kizungumkuti kwake siku ya leo. So tulikuwa tunasema lazima hata kama utaomba bila matendo, because hiyo ni njia moja ya kuambia kwamba bila matendo ukiomba hauwezi ukasonga, you're just there. Kwa hivyo lazima uombe ndipo matendo yako yaonekane, pia matendo yako yaonekane. Huwezi ukasema mimi nitaomba Mungu akusaidie. Mungu anasaidia mtu ambaye ni hafifu, lakini Mungu asemi kwamba anasaidia watu wanajisaidia. Hiyo Biblia sijaijua. Mungu anasaidia watu ambao wako ready, asemi kwa watu ambao wanajisaidia. You can't assist yourself, you can't help yourself, we are helped by God. Kila kitu hapo nataka tuelewe, itakani vizuri. Thank you so much kwa wale ambao mnaendelea kuzidi kuingia hivi sasa, zikiwa zimekatika na dakika 40 baada ya saa 2 usiku, ambapo tunaendelea kwenye MOSHENEE ya Christ katika jioni ya leo. Na mkumbuke kwamba siku ya leo kuna mengi ambayo tunaweza kuyaongea kuanzia mida ya saa 3 hapo hadi saa 4 usiku, ambapo tutakuwa na Pastor Nyabende akizungumzia masuala ya ndoa na vile masuala hayo yanavyotuathiri sisi na vile tunavyofikiria kama wanadamu ni namna gani. Kwa hivyo tusiondoke, tuzidi tu kuwa hapa na mambo mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo utaweza kuyapata kwa njia iliyo nzuri. Kwa hivyo tusiondoke. This is Kisi Hot TV kwenye MOSHENEE ya Christ. Kwa hivyo usiondoke hapa. Mambo mengi ambayo mmeona hapo kwenye mjadala ndiyo yataweza kuanza katika siku ya leo, ambapo tuko katika awamu hii ya kumalizia awamu ya tatu, awamu ya kwanza, ndipo tuingie katika ile awamu ya pili ambao ni awamu ya mjadala na mambo ya kusikia neno. Mjadala ambao ni unajumuisha neno lake likiwa ndani ya mazungumzo hayo ambayo hayatakuwa hafifu, yatakuwa ni mazungumzo marefu na ya kina kirefu. Right?
Vizuri. Haya, tuangalie hapa, kuna kile ambacho tunaangalia hapa, inasema kwamba status tu inasema hapa ndio nataka tuelewe watu wa makampus. Sijui kama hii NEC ndio wameandika, imeandikwa kwamba NEC exams 2021. Hii ni status ya mtu, sijui kama hapa ni mtu alitengeneza, lakini hii kidogo tu ilinifurahisha. Crying is allowed during examination but silently. Yes, crying is allowed during examination but silently. Ya pili ilikuwa do not wipe the tears with your answer sheet. So ndio vitu lakini hii ni mashine, unajua mashine ya status inakuwa kali sana. So in short, yeah, crying is allowed in the exam room but silently. Alafu unasema kwamba do not wipe your tears with the what, the question paper. Kwa kwamba ni kali sana. Thank you. Yes, thank you so much kwa kuweza kuendelea kutufuatilia in this very hour ambapo tunaendelea na mashine ya Christ. You know, we are still on. We are still on. Still on kabisa, tukiendelea kusonga katika harakati hizi za mwisho kumalizia katika awamu ya kwanza, ambapo tunamngojea pasta zikiwa zimebakia dakika 15 hivi ili aweze kuingia kubishabisha kwenye milango hii ya KUHUSU TV, na inakuwa ni vizuri tukiendelea kwa njia hiyo maalum kabisa. So ikiwa uko pale na unahitaji tu Irene Kerubo ameingia ndani, najua kwamba huyo ndiye tunamuita Irene Kerubo ni YouTube channel ambayo ni ya dada yetu anaitwa ni Blessed Mom. Kwa hivyo amesema kwamba hey, I'm here watching from Uganda. Leo sijui alisafiri akafika Uganda, siku nyingine anakuwa Kenya, siku nyingine ako Tanzania, lakini sasa anasema yeye ako locked toka Uganda. So thank you from Uganda. God bless sana. Irene, uko na mchezo na mzaa hapa, lakini tunazidi kukupata tu. Thank you so much for those team comment pale. Na ikiwa kama kuna uwezo, you can just follow that link ambayo iko pale na tuweze kuingia kwenye mashine ya Christ katika mara hii ya kumalizia kabisa. Ni kumalizia katika awamu hiyo ya kwanza, and we are just focused kwamba tutasonga mbele kidogo tu. Nisomee dada yetu ambaye alikuwa ameuliza kuhusu neno katika siku ya leo. Say hi to my Ungwaro Riruta team. Alright, Ungwaro Riruta team, umepata salamu kutoka kwa Blessed Mom ambaye jina lake Kisii pale anaitwa kama jina la nyumbani ni Irene Kerubo. Si jina la Kisii hapa, sasa ndio tunakosea. Hata wewe ambaye ni wa lugha tofauti, si la Kisii bali unasema kama jina la nyumbani, kwa sababu ukianza kusema mambo ya Kisii hapo na Kiswahili ni kwamba utaanza ubaguzi. Kwa hivyo ni vizuri useme vizuri tu, itakuwa ni vizuri. Haya. Tunaendelea kusonga kwa njia iliyo taratibu, na najua kama tunaendelea kushikashika hapa. Kwa njia iliyo nzuri. Naona kama tunashikashika hivyo. Iko sawa, taratibu. Iko sawa. Haya, tuzidi. So nimesema hi to maungu Riruta team. Hiyo imefika, jumbe zimefika. Haya, kumalizia pale kwenye hamumu hii ya kwanza ni vile tumeangalia siku ilivyokwenda. Siku imeendaje? Mara ya kwanza unapojieleza kwa mtu, wakati unamueleza kuhusu siku yako, nataka hapo ushike. Unapojieleza vile siku yako imekuwa, mwanzo anza na nasema kwamba unasema hivi: nashukuru Mungu. The very first thing ambayo inaanza pale ni ninashukuru Mungu.
Ukisha shukuru Mungu unasema nashukuru Mungu, siku ya leo imekuwa nzuri licha ya kuwa kwamba sikufanya nini, sikuuza. Licha ya kwamba sikuuza nilivyokuwa natarajia. Binafsi nilikuwa natarajia njia fulani, lakini kwa njia nyingine sikufanikiwa. So these things zikiingia kwa akili zetu, zikiingia kwa akili zetu, inakuwa ni ngumu. Kisema kwamba leo siku imekuwa mbaya, hata uanzi na kusema kwamba nashukuru Mungu, because unajua kufika hiyo jioni mtu ni Mungu tu. But wewe ulifikiria kuhusu wewe kufika kwenye soko, kufika kwenye kazi. Yani unasema kwamba yani kwa Kisii wanasema litukulia ingelibe kaki. Leo nilibe mwana. Yani ni kumaanisha kwamba siku ambayo ilikuwa mbaya zaidi ni leo tu. Ni kati ya zile siku mbaya, leo hata ilikuwa zaidi. Jameni. So unapata kwamba hali kidogo inakuwa ni finyo na inasumbua sana. Kwa hivyo ni vizuri tu tujue na tutambue kwamba things they only need God to be first. Mazee, vitu vinahitaji Mungu akuwe wa kwanza pale. Kwa shukrani, because nasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. So that is how we should thank our God. Fadhili zake ni za milele. That is why nilianza na topic kwamba leo nikamwambia hata kama kuna watu wanakufa, hiyo haimaanishi kama Mungu hawezi kosa kupeana uhai. He is still the creator. Hata kama watu wanakufa na magonjwa kwa sababu ya gonjwa fulani, that does not change the fact that Jesus or God is the healer. Hata kama tuko na maadui wengi kwa kiasi kikubwa, that does not change kwamba we are God's people. Hata mkuwe trillions, all of you, those who believe in the Lord, have been named as the sons and daughters of God. Vincent Babu anasema papa, mambo vipi? Mambo poa babu. Thank you so much Babu Vincent. God bless you. Thank you so much kwa kuendelea kujiunga na sisi, na wote ambao mnaendelea kujiunga na sisi, God bless you so much. We love you. We love you so much. We love you a lot and we really appreciate your presence right here. Na Mungu wa amani, wa baraka, wa upendo azidi kuwabarikie nyie wote ambao mnazidi tu kutufuatilia hapa kwenye Kisii Hot TV kabisa. Alright. Nikiangalia pale, jaribu kuangalia kitu kimoja viwili. Ili tuone kama mambo yatakuwa vizuri au namna gani. So meanwhile, kwa sasa watu ambao mnaendelea kutizama hivi sasa, kuna ile ambayo maandishi ambayo yanapita hapo chini kwenye screen ya kwako. Yanakwambia kwamba kuna mambo ambayo kwenye shirika hili la Almost Live linafanya kazi hii likiongozwa na Kisii Hot TV, ambayo it's a leading and international YouTube channel ambayo inakupea news ambazo ni za uhakiki na ambazo ni kem
zisizo tu za kuharibia mtu jina, ni tu za malengo ya kufikia wewe. Pia ni live stream, inafana kama mambo kama live stream video shooting :700169444. Itakuwa ni vizuri ukifanya vile, ikiwa uko na matanga pale, wedding pale, uko na wimbo pale unataka tu kufanywa live video shooting, ama video shooting yenyewe, bila shaka you can contact us on 0700169444, na hiyo inakukoma ni taratibu, na ukifanya vile mambo inakuwa sambamba. Tumefanya mambo mingi kwenye Kisi Hot TV. Shirika hili limefanya mambo mingi kwenye ambalo liko ndani ya shirika la Kisi Hot TV, ndani ya shirika la Umosa Live, na mambo mingi yamefanywa hapo, tukiongoza hapa kama Kisi Hot TV tumefanya mambo mengi. Kwa hivyo kuna nyimbo ambazo huwa tunazicheza mara nyingine na unazifahamu tu, na hiyo kwamba ni za baraka kwetu. Alright, vipi huku ndani? Jivano Komboka anasema pale kwamba vipi huku ndani? Tuko sawa dada yetu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, and we are still pushing, tukijua kwamba Mungu ataenda kukuwa mwaminifu kwetu zaidi, hata zaidi, kwa sababu tunaamini kwamba Bwana wetu anatujua, anatuelewa, anatupenda, ana kusudi la maisha yetu. Ni vizuri. Kuna wimbo hapa ambao ningependa tu kucheza, ambao mtaufuatilia hapa, ambao umefana pia na studio zetu hapa, studio zetu hapa za Umosa Live. Utaweza kupata wimbo kwa njia iliyo nzuri kumbuka kwamba unaendelea kutizama kwenye Kisi Hot TV, zilikuwa zimekatika dakika 54 baada ya saa 2 usiku. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri tukiendelea kufuatilia. So one of the songs ambazo Kisi Hot imefanya, imecover hii iko covered pale, utaishika tu, iko vizuri kabisa. Sijui wimbo utakuwa ndio namna gani, lakini we hope ukiangalia hii pia itakuwa ni nzuri. As we are playing this song, tafadhali try to see yale mambo ambayo tunafanya mazuri tu, ambayo nakwambia wimbo ambao umeimbwa na Joan Chebos, kwamba moyo wangu usilie tena, ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Wimbo huu utacheza na kisha baadaye nitarejea ili kwamba tuweze kuenda kwake mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika jioni hii ya leo, kuweza kuongelea masuala yale ambayo tumekuambia ni masuala ya neno la siku leo. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure,
Kati giza, Yesu mwanga wangu. Kati huzuni, Yesu ni mufariji. Kati vita, Yesu mwanga wangu. Katika njaa, Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Najua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo. Kidogo tu masuala ya mitambo imekuwa shida.
Tunaendelea kushughulikia masuala hayo, kwa hivyo usiondoke, usibanduke. We are trying to see kama mambo ya siku ya leo kidogo inakuwa ngumu sana, sijui kuna shida wapi, lakini we are trying tuone kwamba mambo yanaenda vizuri, so don't worry, we just here. Blessed Mom, Bwana Yesu asifiwe. Blessed Mom, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uko mzima? Niko mzima, nashukuru Mola. Amen. Sisi pia tuko wazima, tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu siku ya leo. Na kabla tu sijaenda mahali pengine, vile unaambia tu nikusomea huu ujumbe kutoka kitabu cha Matthew 21 verse 22 na kusomea hivi sasa, ili kwamba iwe vizuri kwako na hata yule ambaye anatazama kuweza kufuatilia kwa njia iliyo ya taratibu. 21 verse 22, Matthew 21 verse 22, kama tujue inasema namna hii kwa New International Version: if you believe you will receive whatever you ask for in prayer. Kwa hivyo hiyo ndio Biblia, hivyo ndio Biblia inatuambia siku ya leo. Jui umepata? Blessed Mom, Nakupata. ndio nimekusomea kifungu ambacho ulikuwa umeeleza, kwa hivyo kidogo tu kisha ulikuwa na wazo lipi? Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kutuwezesha kukanyaga new week. Kisha naombea kila mtu aanze wiki salama na imalize salama. Hiyo maandiko nimepeana inasema kile utaomba kama unaamini utakipokea. So kitu yoyote yenye utaomba hii wiki, mimi naomba ukuwe na imani kwamba utaipata. Mimi nitasema kidogo juu kabla mtumishi hajaingia. Last week wadosi wangu wote walikuwa wagonjwa na kuna show niliingia nikasema tuwaombe, lakini ikifika jana ilikuwa ni Sunday, walikuwa wamepona na wakaenda kazi. Kwa hivyo nataka nikuambie wewe ambaye unanisikiza ama unanitazama, chochote unachokiombea bora uamini tu utakipokea. Ni hayo tu, sijui kama hizo kumenipata. Vizuri tu ninakupata dada yangu, na inakuwa ni vizuri. Tulikuwa tunashughulikia kidogo kamera yetu, lakini naona imekuwa vizuri. Haya, asante sana dada yetu, Mungu akubariki kwa sababu ya hilo neno. Kwa hivyo whoever who has been seeing this week kwamba ingekuwa na matunda, tumeambiwa kwamba matunda yako sawa. Mungu ako na mazingira, ametutengenezea mazingira mazuri, kwa hivyo tusijali, ama sivyo ulivyosema? Alright, tuko na pastor ambaye anakuja hivi sasa wakati huu, Pastor Nyabende, ambaye hivi sasa nikidhani kama nitamnotify kwamba unaweza ukaingia ili kwamba aweze kuelewa kwamba tumempa nafasi refu na nzuri. Kwa wale ambao mmekuwa pale nyumbani, you're just waiting kwa hii Moshenee ya Christ, ndiyo show ambayo inaendelea hivi sasa, zikiwa zimekatika na dakika 6 tu baada ya saa 3, ambapo tunaanza na yule mjadala wa siku ya leo kuhusiana na vile ikiwa kwamba imekubaliwa kwamba mtu awe zaidi ya mke mmoja. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wa siku ya leo kuhusiana na masuala ya Biblia. Chambue kwa sababu kuna contradictions ambazo ziko kwenye Biblia hii ambayo tunahitaji kwamba Mungu atusaidie ili kwamba siku ya leo tuweze kujua kwamba mambo ya kuwa namna gani
yako namna gani, na itakuwa namna gani kama wewe Mkristo ukiulizwa mara nyingine kwamba unaambiwa, mtu anakuambia mimi ni Mkristo, ndio mimi si Mkristo, hapana, lakini najua kwamba hata kuoa bibi wawili si mbaya, ni kwa sababu Biblia inasema wakati na Daudi alioa bibi wengi. Hata nani najua tuliongea hayo mambo mengi. Gertrude na Mara anasema kwamba thanks. Irene anasema kwamba wapi Momani. Haya. Irene anasema kwamba wapi Momani. Irene pia anasema kwamba karibuni Gertrude kwake. And then we are saying hawa tunaombana pesa hapa online. Shangaa tu. Jivano anajitetea kwamba Irene tuma account number. Haya, ni vizuri, but it's good to support each other. By the way, show imeanza. Pastor wetu yuko hapa and we are going to talk on the same kuhusiana masuala ya Biblia na vile alivyojiandaa kwa siku ya leo. By the way, we are praying kwamba siku ya leo mambo yaende vizuri, iwapo yako mazuri, na God atusaidie sana ili kwamba tusikuwe na hitilafu zozote tena za kimitambo kama ilivyotushangaza hiyo jana, lakini tuwe na wakati mzuri na wakati ambao ni mwema tukiwa kwenye show ya siku ya leo. Pastor, karibu sana. Karibu sana sana sana, tumekuwa tukikungojea, na hii mada unaelewa kwamba kuna wale watu wa MOSHENEE wameingoja sana. So you're just so much welcome hapa Pastor. Thank you so much. Nashukuru my brother kwa ajili ya nafasi hiyo, na nafikiri unanipata. Nataka kuamkua wapendwa watazamaji, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Naamini Bwana ni mwema, na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. And I believe that the Lord is going to guide us through. Jana tumekuwa na changamoto si hapa, lakini naamini Bwana ni mwaminifu, na siku ya leo atatuwezesha na tutaendelea vizuri. Nimeshinda vizuri siku ya leo. Nimekuwa na wakati mzuri kule afisini mahali nafanya kazi nyingine hapa, na najua Bwana amekuwa mwema kwa sababu sikia jambo ambalo lingeweza kunifanya moyo wangu uwe mzito, lakini Bwana amekuwa mwema. Ninaamini pia wapendwa watazamaji mahali popote walipo, basi tumekuwa na wakati mzuri pia na wao, na ninawakaribisha ili tuweze kuwa na maana pamoja. Kwa wale labda wageni, naitwa mchungaji Jeremiah Nyanchoka Nyabende, na namshukuru Bwana maana amenipa nafasi kuona siku hii ya leo. Asante. Amen. Amen. Karibu Pastor. Sasa leo wakati ni wako, utupe neno. Wale wasi wasema ni wale wasi wa MOSHENEE wanangoja hii topic sana. Unajua Pastor, kuna wakati mtu anaambiwa sasa mimi niliona Biblia inasema Daudi alioa, na alioa hata bibi wao wenyewe, bibi ambaye mume wake amekufa na akampeleka. Niliona Solomon alikuwa na mabibi wengi, hata wengine wanaitwa concubines. Sasa wanaanza kukwambia hii ni Biblia moja tunasoma, hata wewe unasoma hivyo. Ukimwambia unasoma hivyo kama hujajua, unapata kwamba umepeana contradictions mingi. Na anasema hata Mkristo fulani, niliuliza Mkristo fulani akaniambia bibi wawili wamekubaliwa, lakini kulingana na hata constitution imesema kwamba mwanaume ameruhusiwa, lakini God anasema namna gani? Because the good constitution ni neno lake, ambalo neno ambalo aliwezi likakupotosha kwa njia yoyote. So we are happy that this topic siku ya leo, at the end of it all itakuwa fruitful, na tunaamini kwamba Mungu atatusaidia. Lakini Pastor, kabla ya kuanza, naomba tuombe tafadhali. Asante. Asante, nataka tufungue kwa maombi, na najua Bwana anaenda kutusaidia kwa sababu tunataka kujua mawasia ya Bwana vile anavyo sema katika andiko takatifu kwa ajili ya ujumbe ambao tunaenda kuangalia jioni ya leo, mambo ya polygamy. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunalitukuza jina lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Wacha ufalme wako uje, utakalo lifanyike hapa duniani kama vile ilivyo mbinguni. Usiku wa leo Bwana, tunapojadiliana neno lako, tunaomba utusaidie tupate kupata mawasia yako
kwa ajili ya neno lako kuhusu ndoa. Utubariki, utusaidie, tujue zaidi kusudio lako la ndoa kati ya mume na mke ilikuwa nini. Mtazamaji mahali popote alipo, ninaomba Bwana naye upate kumupa ufunuo huu ili iweze kumsaidia, na hata ujumbe watakapoupokea aweze kuusambaza kwa wengine, na hata wale ambao hawakuwa wamepokea nafasi hii ya ndani na mawazia ya mbinguni. Bwana, mapenzi yako yapate kutendeka. Pokea sifa, pokea utukufu. Ninaweka Bwana kila mmoja atakayeingia katika kipindi katika mpangilio wako wa mbingu. Roho wako Mtakatifu atuongoze, atusaidie. Tunakatana na changamoto zozote za mwovu shetani ibilisi sipate kushindwa katika jina la Yesu. Tusaidie tuweze kukuelewa, na zaidi upate heshima na utukufu, na jina lako liheshimiwe hapa duniani kama vile ilivyo mbinguni. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Asante sana. Tuzidi kwenye neno la leo. Hasa wakati nimekupa fursa, siongei kwa sababu najua mambo ni mambo ni mengi, na mimi hapa unajua mambo haya kama mimi sikusomea nijue, inabidi kama nimetulia mahali inahitaji nikusema kidogo tupate advert, hapo ndio nitaingilia. Asante. Nataka tu kugusa mambo machache ili tuingie katika ujumbe wa siku ya leo kuhusu mambo ya ndoa. Nataka tu kuguzia ujumbe kidogo tu kwa ajili mahali tulikuwa tunazungumzia jana, ili tuingie katika ujumbe wa leo. Jana tulizungumzia kuhusu the application of the word of God, na hakika hiyo ndiyo itatupea msingi kwa ajili ya ujumbe wa siku wa leo kuhusu mpango wa Mungu kwa sababu ya ndoa ulikuwa gani. Tulipokuwa tukiangalia jana, tulisema kwamba katika kila jambo tunalolifanya sisi tukiwa wanadamu, lazima tuangalie Mungu anasema nini katika andiko lake takatifu, ili kama tukasema kwamba kama ni mambo tunataka kuingia katika maombi ya kama ni ugonjwa tunaangalia katika sehemu ya Biblia, kama ni mambo tunataka kuomba to command our day in the morning, tunaangalia Biblia. Kama ni safari, kwa mfano nataka kutoka safari kutoka hapa Nairobi nikielekea kule Kisii, kwa mfano unaangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 inaongea kuhusu going out coming in. Ukiangalia katika Zaburi 121 mstari wa 8, it is also talking about going out and coming in. So wakati unapoomba, maandiko inakuambia nini? Inasema kwamba God will watch over you as you go out and as you come in. So when you pray for the purpose of your journey, watu wengi wanasema journey masses, lakini maandiko inasema nini? Unapoenda kule kotini, iwe ni ya Kenya ama nchi yoyote kule nje, wakati mtu anaenda kushtakiwa ama kutetewa, unasikia mtu anasema the Constitution of Kenya, chapter number 4, it talks about Bill of Rights. Article number 49 inaongea kuhusu mambo ya accused person 50, arrested person na vitu kama hizo. So mtu anaongea akibase the Constitution. Kama ni kustakiwa mtu ameiba, unasikia amestakiwa na obtaining money through false pretenses, amestakiwa na assault, amestakiwa na defilement under the Sexual Offences Act. Tunataja mambo kama hayo to give weight on what we were doing. Maandiko pia katika neno la Bwana, wakati tunapofanya kila jambo, basi tunaliangalia andiko linasema nini katika kila jambo. Iwe ni maombi ya kila aina, iwe ni jambo lolote tunalifanya, tunaangalia. Hata katika wokovu, neno la Bwana linasema katika kitabu cha Waroma 10 mstari wa 9, sikia nasema kwamba kama mtu atakubali kwamba Kristo ni Bwana na akiri kutoka kwa kinywa chake, basi ataweza kuokoka. Sasa jioni ya leo tunataka kuangalia maandiko yanasema nini kuhusu mambo ya ndoa. Nataka turudi kule katika kitabu cha Genesis. Tukiangalia katika kitabu cha Genesis chapter number 2 and verse number 18. Nataka tusome 18 ndio turudi, alafu turudi nyuma
ichapo sitasoma hapo, lakini tutarudi nyuma tuangalie Mungu alifanya nini mpaka katika Genesis chapter number 2 and verse number 18 akasema hivi hiyo mstari. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. So ni nini ilifanya Mungu akasema hii? Kule mwanzo ukiangalia kutoka kitabu cha Mwanzo katika in the book of Genesis chapter number 1 verse number 1 inasema, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit moved upon the face of the waters. Alafu ukiendelea kusoma hapo mbele, alafu Mungu akaanza kufanya uumbaji. Akaumba vitu vyote, na maandiko yanasema kwamba akawa anaziumba viwili, kama ni ndege, kama ni wanyama, miti, mambo hapo yote, na hizi vitu zote zikaletwa kwa Adamu, na pia Adamu akaweza kuzipea majina. Sasa alipozipea majina, Mungu mwenyewe akaangalia akaona, wakati Adamu alikuwa anapeana ndege, wanyama, anaona kike ndume, kike ndume, kike ndume. Sasa Adamu akajaribu, yani Mungu akasoma the mind of Adam. Aliposoma the mind of Adam, akaona Adam amekuwa na upweke sana. Basi akasema kwamba sio vizuri huyu mwanaume awe peke yake. Ndio maandiko sasa ikasema kwamba let us create, tumuumbie msaidizi wake. Ndio sasa katika in the book of Genesis chapter number 2 akaangalia katika in verse number 21 to 24. That is Genesis chapter number 2 verse number 21 to 24. Ikasema hivi from number 21, inasema hivi, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his lips, closed up the flesh instead thereof. And the lip which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and the flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and they shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Sasa hapa ndio maneno iko. Hapa sasa ndio maneno iko, mpendwa my brother Baba Isaac. Mungu alipoangalia akifanya akiumba mwanadamu, ameumba kila kitu. Na hapa ni vizuri watu waweze kuelewa kwamba hata zile vitu zote Mungu alipoumba, sio Mungu alizipea majina. Adamu ndiye alizipea majina. Kwa nini Adamu alizipea majina? Maana ndiye angekuja kukaa nazo, yeye ndiye angekuja kutembea naye, ili asikuje kusahau, hii niliita muti, hii niliita gum tree, hii niliita avocado, hii niliita nyanya, mambo kama hayo. Maandiko yanasema hata Hawa, yeye ndiye alimuita Hawa kwa sababu alikuwa ametolewa kutoka kwa mwili wake. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Kusudio la Mungu, vile neno la Mungu linasema hapa, ni kwamba huyu sasa atatoka kwa mama yake na baba yake, na wataungana na mke wake, na watakapoungana na mke wake watakuwa kitu kimoja. The word of God says they will be one, not two. Huyu ni dada, huyu ni mwanaume, they will be one. And that's why when they get that intimate relationship, they become one. Na ndio unaonanga hata tabia zingine mtu wakioa, isipokuwa katika mahali kuna vujo, kuna vita, kuna nini, mwanadada na mwanaume wakioana, waishi katika upendo zaidi ya miaka 5, miaka 10. Wengine hata ukiwakuta unafikiria ni dada,
unafikiria ni ndugu. And even the way they think and even the way they respond. Hata unaweza shangaa kwamba unaweza kuta mwanaume mkutana naye kule kwa barabara, kumbe kuna kitu ulitaka kumuuliza akuambie jibu fulani, na bila yeye kuwasiliana na mke wake, ukikuta mke wake akupete same answer. Why? These people are one. Na hawana fucho. Sio ile watu, unajua ile mahali shida inatokea. Baba Isaac ni mmoja kwa hawa wengine, anasema si bwana yake, ako na shetani kwa nyumba. Mwingine anasema ni umbo. Mwingine anasema hii si mtu. Sasa ikianza kuingia hapo, then that oneness inaanza kutoka, because one of them is seeing another person kama adui, amuoni kama one of his own. Yani aone kama ni nyama zake, aone kama ni nini. So God did not say this. Hapo ndio nataka sasa tuanzie mjadala sasa. God did not say this. A man shall leave his parents and cleave to his wives, and cleave to his 3 ladies, 4 ladies, 5 ladies, and then they become one. He did not say that. He said a man shall leave his parents or his father and mother and shall cleave to his wife, and then they will become one. In fact, acha sema wives. So hapo mpaka tuweze kuelewa hapo, ndio tuweze kujua wakati tunaenda kuenda mbele sasa, maswali ikuje, ndio tuweze kujua hii maswali inakuja inatokea wapi. Kwa sababu uumbaji ulianzia hapo. Na sasa haya mbele tunaanza kuyaona katika shamba la Edeni. Hii maneno sasa unaanza kuona mwanamke anatoka wapi. Inaanza kuonekana katika Genesis number 3. Ichapo hakuna kuoana hapo ya mwanamke mwingine. But that is where the problem ama the rain started beating us. Kule katika shamba la Edeni, hapo ndio mvua ilianza kutunyeshea sasa. Ilianza kutunyeshea. Hapo ndio mvua ilianza kutunyeshea. In the book of Genesis chapter number 3. Nataka tuangalie hapo ndio tuone mvua ilianza kutunyeshea mpaka mambo ya mabibi 2, 3, 4 ikaanza kunyesha. Angalia in the book of Genesis chapter number 3 and verse number 9. Turudi tu tuanzie tu kidogo mstari wa 8 tukuje mpaka wa 9. Inasema hivi, ni Genesis chapter number 3. Inasema hivi, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called up Adam and said unto him, where are you? Verse number 10 inasema, and he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Hapo sasa ndio vita, mvua ilianza kutunyeshea hapo, my brother Baba Isaac. Kwa sababu gani? The will of God ilikuwa kwamba mwanadamu ambaye ni Adamu na Hawa waishi katika shamba la Edeni, maana hapo ndio aliwaweka. Waishi hapo ili they have fellowship with God. You know, before God chased, unajua maandiko inasema, in fact aliwafukuza, it is not hidden, sio siri. God chased them out of the shamba la Edeni. Na maandiko inasema kwamba akaweka malaika na upanga kule katika lango ili mtu asikuje kuingia katika lile shamba la Edeni. So that is where the problem started beating us. Wakati alipowaondoa pale, kabla awaondoe, Mungu alikuwa na ushirika na wao. Yes. Vile sisi tunakuwa na ushirika hapa. Kama vile ndoa mume na mke wanakuwa na ushirika. Kumbuka wakati watu wanapokutana. Na sana 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 wale ambao wachana na zile shortcuts mingi. Watu wanapokutana katika ndoa, na ile mtu amekuta mwanadada, ameona dada ni mrembo,
anamzungumzia mambo mazuri. Unasikia mtu anamwambia ai, mrembo, nimekupenda jameni. Yani anaongea mpaka yani meno karibu inataka kuonekana naye dada anamwangalia anamwambia hata mimi nimeona you are handsome. So wanazungumza, kama ni kijana anaenda labda anaambia wazazi wake, anamwambia nimeona dada mrembo mahali fulani, mambo kama hayo. Mengine yanasonga mpaka yanafika kwa wachungaji, mambo kama hayo. Ichapo kuna zile za shortcuts, lakini pia zinakuja zinakuwa ndoa, na zinakuwa ndoa nzuri, zinaendelea mpaka maisha yanakuwa ni mazuri. Maana pia hiyo ni ndoa, ichapo imepita katika shortcut. Lakini wakati huyu ndugu na dada ambapo wamekutana, huyu anamwambia mimi ninakupenda, na ndio yale majina mazuri, sweetheart, honey, darling, babe, nini, hiyo majina mazito mazuri ya kufanya dada afurahi, ya kufanya ndugu afurahi, asikie vizuri. Sasa wakati wanapozungumza hapo, wanakuwa na ushirika mzuri. Unaona hata dada anaweza ambia ndugu, leo nisaidie kukaanga kamboga hapa. Ndugu dada anaambia huyu nisaidie kupika kaugali, na watu wanashirikiana vizuri, na no person anaona, hakuna mtu anaona uzito kwa kusaidia mwenzake kumfanyia kitu hapa na pale, katika kukubaliana, hakukuangi na shida. Lakini wakati shida inakuja kutokea ni wakati watu wamekaa, ile upendo umeanza kupotea. Ndio unasikia kama ndugu akiambia dada, akimwambia nisaidie kitu fulani, unasikia ndugu anaanza kumwambia unataka kunikalia. Mimi naona wewe umeanza kuleta mambo ya kwenu, unataka kunikalia. So hiyo maneno inaanza kukuja, then ile ushirika na upendo unaanza kufifia moja kwa moja, pole pole. Kwa hivyo mwanzo Mungu alikuwa na ushirika na Adamu na Hawa. Wakati ushirika ulipotoka ukapotea, sasa walipotoka katika shamba la Edeni, haya mambo yote sasa yalianzia hapo na yakawa hayaendi vizuri. So Mungu hakusema kwamba Adamu na Hawa, Adamu atakuwa na wake wengi, eti watakuwa kitu kimoja. So tusipoteze bearing, maana hapo ndio mwanzo wa mambo yote. God said Adamu ataacha, ama mwanaume atawacha wazazi, wataungana na mke wake na watakuwa kitu kimoja. Nataka tuangalie katika sehemu nyingine. Kiangalia katika that is in the Old Testament. Naye tuende katika New Testament, ili sasa tutakuja kuangalia sehemu zote. Tuangalie katika in the New Testament. Jesus alizungumza kuhusu mambo ya ndoa, na pia Paul alizungumza kuhusu mambo ya ndoa. Now, Yesu alizungumza wapi kuhusu mambo ya ndoa? Alizungumza wakati alikuwa anaongea kuhusu mambo ya divorce. Remember, watu walikuja, wale wasomi walikuja kumwanza kumuuliza maswali, anasema aje kuhusu divorce, kwa sababu Musa alikuwa amezungumzia mambo ya divorce wakati alipokuwa anawafundisha. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 4 na 6, inaongea kuhusu Yesu vile alivyozungumza kuhusu mambo ya ndoa, akifananisha na mambo, akieleza mambo ya divorce, na pia na Mark chapter number 10 verse number 2 to 9. Tutasoma moja, lakini yote inazungumza mambo yanayofanana. Nataka tusome Matthew chapter number 19 verse number 4 to 6. Ili tunapoanza kutafakari sasa ndio tuweze kwenda vizuri. In the book of Matthew chapter number 19 inasema hivi. Ndio sasa wakati tunaanza kuangalia ni vizuri ili tusipotee. Unajua maswali hii yanaulizwa mengi, alafu watu wanashangaa hii mambo inakuwa namna gani. Tuanzie verse number 4 to verse number 6. Inasema hivi. And he answered. Wacha tusome kuanzia 1 ndio watu wapate ni nini ilikuwa inazungumzia. And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came into the coast, Judea beyond Jordan.
And a great multitude followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have you not read that he, anaongea kuhusu Mungu, he that is God, which made them at the beginning, made them male and female. So hapo nataka tuweze kushika hapo vizuri ndio tuendelee. Na huyu ni Yesu mwenyewe anazungumza. That God made male and female. And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twin shall be one flesh. Hawa wawili watakuwa kitu kimoja. Now, mwenye anazungumza hapa ni Yesu. Is confirming the word of the Father who is in heaven. Yesu hacha naye anapo confirm neno la Mungu, hacha sema kwamba mwanaume atakuwa na wanawake wengi, atakapo waoa watakuwa kitu kimoja. Hacha sema hivyo. Hakuna mahali amesema mwanamke mmoja ataoa wanaume wengi, watakapokuwa kama ni wanaume wake watakuwa kitu kimoja. It's not saying that. Anaongea kuhusu mume mmoja na anaongea kuhusu mke mmoja. Wanapokutana wanakuwa kitu kimoja. Huyo ni Yesu sasa in the New Testament. Haya, nani tena alizungumza? Ni Paul. Paul aliendorse the union of a man and a woman in Ephesians chapter number 5 and verse number 31. Tuangalie katika Waefeso 5, tuone naye inasema nini. Waefeso 5 mstari wa 31. Inasema hivi, that for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Huyo ni Paul pia ana confirm akisema kwamba mwanaume ataacha wazazi wake, ataungana na mke wake, naye watakuwa kitu kimoja. Pia hapa hasemi kuhusu wanawake, anaongea kuhusu mwanamke mmoja. Haongei kuhusu wanawake zaidi ya mmoja. So marriage tukiangalia that marriage, Mungu mwenyewe kusudio lake ni kwamba iwe kati ya mume na mke, one on one, and the twin shall be one, and that is the will of God. Kumbuka katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13, Yesu mwenyewe alifundisha kuhusu maombi. Alisema nini? Wacha tuangalie hapo, sababu kuna kitu nataka kuunganisha na hii maneno ambaye tunasoma hapo. Ichapo hapa ni maombi, lakini nataka tuweze kuelewa ndio tuende vizuri. Katika Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka ule wa 13. After this manner, therefore pray, you our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not to temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Sasa nataka turudi nyuma mahali ninataka nisungumuzie. Verse number 10. Your kingdom come, your will be done in earth as it is in heaven. The will of God. Wakati mwingi watu wanataka kuomba kitu lakini they don't want to listen what is the will of God. People want to do something but they don't want to listen the inner man. What is the inner man speaking? Remember, mwanadamu ameumbwa katika utatu. Yes. Ako katika spirit, soul and body. And now the soul, the inner man, ambaye inatakikana usikize what is the inner man talking. Because when the inner man speaks upon your life, that is now the will of God. Watu wanafanya kulingana na tamaa za maisha yao. Sasa kuna mahali uliniuliza swali kuhusu, ulisema kuhusu mfalme fulani anaitwa Daudi. Daudi, kando na yale mambo alifanya, ichapo tutajaribu kuangalia hapa katika in the Old Testament, kuna watu wengi walioa zaidi ya mtu moja. Nitafika hapo. Lakini nataka kugusia hapo ndio niendelee, kabla sijatoka hapo nirudi kwa wale watu waliweza kuoa ili baadaye tuweze kuacha wapendwa kama wako na swali tukiendelea na mjadala huu. Daudi alipochungulia kutoka kwa dirisha, akachungulia akaona mke wa Uria akioga. Tamaa ikakamata yeye. Tamaa ilipomkamata akafikiria jinsi atapata huyu mke. Akapanga kama vile wanaume wengi katika hapa duniani na hapa Kenya wanafanya. Anapotamani mke wa mtu, anapotamani msichana wa mtu, anajaribu kupanga jinsi ataweza kumfikia na watu wengine hawataweza kujua. Vivyo hivyo Daudi akapanga hivyo. Akaona hataweza kumfikia huyu mke wa Uria mpaka apange Uria aweze kufanya nini? Kutoka kwa boma aende vitani. Alipoenda vitani, ikawa kuna jambo halichafanyika vile imefanyika. Haya. Wakati alipochukua huyu mke wa Uria, akaenda akawa amefanya mapenzi pamoja naye, maandiko kuna sehemu inatuonyesha kwamba akashika mimba. So wakatafuta mbinu waweze kuunganisha hii mimba na Uria. Naye Uria akawa siku kuna mambo haichaenda vile angependa. Sasa hakuweza kurudi kwa nyumba. Sasa naye mke akashindwa ataunganisha hili jambo namna gani. Sasa mfalme akapanga vile atamuua. Ndiye akasema aende awekwe mbele katika vita au wawe, ili sasa huyu wachana na sasa ile ya kuiba, awe mke wake moja kwa moja. And that is one of the failures of King David. Ichapo katika maandiko, ukiangalia maandiko ndugu, kama kuna watu ambaye Mungu amemtaja mara nyingi katika Biblia. In fact, the Lord called David a man after his heart. Na amemtaja mara mingi. Amemtaja katika 1 Samuel 13:14. Mahali amesema, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Wakati Mungu alimkataa Saul kutokuwa mfalme, na ujumbe uliweza kumfikia, akasema sasa Mungu amekukataa, lakini amepata a man after his own heart. God was speaking kuhusu Daudi. Na pia ukiangalia katika kitabu cha First Chronicles in the book of Acts 13:22, pia Mungu anaita Daudi that is a man after his own heart, na pia anamtaja kule katika First Chronicles 28 katika First Chronicles 28:3 amekataa, wakati Daudi sasa ameenda kumuuliza anataka kumjengea nyumba. Kiangalia katika First Chronicles 28:23 Mungu amekataa. Kwa sababu gani? Daudi ichapo alikuwa a man after the heart
ya Mungu. Lakini amefanya uchafu, amefanya maovu. Vivyo hivyo kwa wale watu wanaoa wanawake wengi. It is not the will of God. It is not the will of God. Kwa hivyo kuna mahali unafanya kama mwanadamu, na hata kama ulifanya vile umefanya, it is not the will of God. Ninajua wengi watajaribu kujustify, but justification tumeisoma, tumeona vile Adam alijaribu kujustify, lakini Mungu alikataa. Unasikia Adam aliambia Mungu nini? Mungu anamuuliza uko wapi? Adam akaanza kujustify. Nimesikia ukikuja, nikaona kumbe tuko uji na mke wangu tukajificha kwa miti. He was justifying. Yeah. Lakini God refused to you know, hekima na mawazo ya Mungu si kama ya mwanadamu. Huwezi anza kujustify your failures kwa Mungu. Yes. Anza kuambia Mungu sasa, unajua nimesikia ukikuja na nikaona tuko uji. Kwanza Mungu alimuuliza nani aliwaambia mko uji? You know, that is the first question God asked. Mtu anasema wewe umeoa. Maandiko inatuambia vizuri, mtu ataacha baba yake, ataacha mama yake na wataungana na mke wake, watakuwa kitu kimoja. Alafu wewe umeenda umeoa mwingine. Alafu unasema sasa niliona yule wa kwanza nilikuwa naye sikuwa na mtoto, nikaona wacha nioe mwingine nipate mtoto. Swali la kwanza linakuja hivi. Nani alikwambia hiyo dada ulioa ndiye apate mtoto na si wewe? Because wewe si Mungu, ujue ni kati ya wewe na huyo dada nani apate mtoto. So you cannot justify to say sababu sikuwa na mtoto ndio sababu nimeongeza mke mwingine. You cannot justify kusema tumepata watoto wawili na niko na shamba eka 100. Sasa huyu mke mmoja, sasa watoto tumepata watatu hawatatosha, wacha nichaze. Unajua wengine wanasema and God said mchaze ulimwengu. Sasa siwezi chaza ulimwengu na mwanamke mmoja. No. Those are some of the justifications. Sasa Mungu alisema tuchaze. So we cannot justify because of our flesh. Sasa kabla watu waulize maswali, kuna mahali nataka tuangalie katika in the Old Testament. In the Old Testament, mtu wa kwanza kuwa polygamist alikuwa anaitwa Lamech. Katika in the book of Genesis chapter number 4 verse number 19, ambaye anatoka katika descendant ya kina Cain, ambapo walikuwa na wanawake wawili ambaye alikuwa anaitwa Ada na Sira. Ijapo kuna a lot of conversation kwamba even Abraham, there is a lot of conversation inasema even Abraham alikuwa na wanawake watatu. They are talking about Sarah, Aga. Remember Aga alikuwa ni mfanyikazi katika nyumba yake, but alisaya mtoto na yeye, na kuna mwingine wanasema inasema kwamba Ketula. There is a lady called Ketula, sema kwamba wakati Sarah alipokufa alioa Ketula. So there is also that conversation kwamba even Abraham aliweza kuwa na dada watu. Lakini remember even Abraham messed. Sijui kama watu wanajua kwamba pia Abraham alimesa. Mungu hakutaka Abraham awe na wanawake wawili. Remember God has told Abraham, I will bless you. Nitakubariki na nitakupea uzao mwingi. Yeah. Na hata wale wageni waliomtembelea kule ambaye walimupea ujumbe wakamwambia mwaka ujao, in the book of Genesis, I think is chapter, I think is 18 kama sijasahau, 18:19 ama 19:18 hapo. It is talking about wale wageni walipokuja kwa nyumba ya Abraham. Wakamwambia mwaka ujao wakati kama huu mtakuwa na mwana. Mpaka hata Sara akacheka. Sara alicheka mpaka hata wakauliza kwa nini mkeo anacheka. You know, meaning kwani hawezi amini Mungu akizungumza amezungumza. Ni nini ngumu Mungu hawezi fanya? But hata wakati ilipofika mwaka huo uliofika, Sara alikuwa na mtoto. Yes. Lakini kabla ya hiyo, si Abraham alikuwa amefanya maajabu? Ndio.
ambaye ilikuwa kinyume na mpango wa Mungu. Yes. The will of God haikuwa kwamba Abrahamu asae na Hagar. Mpango wa Mungu ilikuwa kwamba the right time Mungu atambariki Sara na atambariki Abrahamu na mtoto, lakini akaenda mbio hivyo kwa hawa wapendwa wengi. Sijui kama ndugu umeinteract, because nimeinteract na good number of men wale wako na wake zaidi ya mmoja. Nimeinteract na wao. Ukipata wa kwanza utasikia akikwambia, unajua wakati nilioa hii mwanadada tulikutana naye wakati nilikuwa nafanya, alikuwa maid ya mahali nilikuwa nafanya kazi na sikuwa nimeoa. Sasa hii maid kakakuja hivi tukapata mtoto na hacha soma, na unajua mimi ni CEO. Sasa CEO siwezi kumpeleka kwa wageni yangu na hacha soma. So nikakuja nikapata nurse, nikakuja nikapata mwalimu, nikakuja nikapata doctor, nikakuja nikapata advocate, nikakuja nikapata magistrate. You know, those are some of justification which kwa Mungu it cannot hold water. Kwa sababu ulipopata huyu maid ulimupenda, mkaishi na yeye. Basi amua kuishi na yeye na ni mke wako. Lakini kusema eti sasa hata nikienda out tunakutana na wakubwa, sasa nitasema huyu ni nani? Hajui kuongea Kizungu, hajui kuongea Kiswahili. Sasa najua sisa a village woman. Unaweza kuita mke village woman na wewe ni town man. You see, those are some of justification zingine which cannot hold water. Aya, mwingine anakuambia, unajua babu yangu alikuwa na wanawake 5 na mimi niko na 2 na bado mimi ni kama bado. Unajua hii kitu ni ya ukoo bwana. Wewe sikuwa na mwanamke mmoja. Hana sasa. Hii kitu ni ya ukoo. Hii kitu ni ya ukoo. Hii kitu ni ya ukoo. Babu yangu babu yangu alikuwa na wanawake 5. Haya, baba yangu akakuwa na 4. So mimi nikiwa na kidogo ni 3 na unaona niko na 2 bado. Haya. Mwingine anakuambia nini mambo ya bibi, unajua samani, you know, those are some of the things walikuwa nasema kwamba ndio mtu apewe clan elder ama mzee wa kuongea kwa wazee wengine. Wanasema eti ni yule mzee ana macho moja. Unajua walikuwa wanatumia hiyo jina sana kwanza katika African setup. Eti yule mzee ako na macho moja hawezi simamia wazee wengine. So kusema macho moja ni kumaanisha ako na mke moja. So huyo hawezi ongoza watu. Wanataka ile mzee ako na wanawake zaidi ya 2. Lakini ukiwa na mmoja wanasema wewe huwezi ongoza. You see, those are some of the justification. Lakini now the will of God ni nini? Tumeiona vile inasema kutoka mwanzo Genesis. Tumeona vile Mungu, kusudi la Mungu lilikuwa nini. Tumekuja katika in the New Testament we have seen what Jesus said about marriage. Tumeona Paul. By the way, Paul aliandika vitabu nyingi sana. Aliandikia kanisa la Korintho, kaandikia Roma, kaandikia Waefeso, kaandikia Wagalatia. Ameandika vitabu, in fact episodes nyingi Paul ndiye ameandika. Na yeye ameongea kuhusu hiyo. Sasa we need to understand ni nini the will of God. And that's why even when Jesus was teaching about prayer, alisema when you pray you need to pray like this. You know, that is the blueprint of prayer ambayo ameipeana katika in the book of Matthew chapter number 6 verse number 9 to 13. Anasema kando na yale mambo yote unatakikana kuomba, kumbuka wakati unaomba you reverence unto God. Aya, wakati chochote unataka kufanya, kumbuka kwamba chochote unafanya, let the will of God be done. Kama ni kuoa, ambia Mungu, let your will be done in my marriage. Kama ni chochote unafanya, the will of God. So
wale wanapendwa wako na saidi ya mwanamke mmoja, that is not the will of God. Hiyo sio mapenzi ya Mungu kabisa. Lakini sasa kuna wale walifanya mambo ya polygamy. Ukiangalia Esau, he was a polygamous in the Genesis chapter number 26, 34, 28, 6 and 9. Ukiangalia Jacob, he was also a polygamous. Genesis 29, 15 to 28, alikuwa na wanawake. Na unakumbuka vile alifanya wakati alienda wale mahali alikuwa kwa unajua yeye wakati alifika pale, unajua iko mambo mengine maajabu sana. Aliona mwanadada akapenda yule anataka. Lakini mira, unaona, and you know sometimes hata hizi marriages unaona wanaume wako na wanawake zaidi ya moja. Sometimes mira inaleta shida sana, na mira unajua pia inapingana na mambo ya Mungu sana. Alienda huko, yule mwanadada alikuwa anataka, akapewa mwingine. Wakati amekuja kuuliza na nini nimeniletea, na mimi sikuwa nataka huyu, nilikuwa nataka huyu. Akaambiwa tena utafanya miaka ingine 7 kama unataka huyu. Sisi hatujawahi posa msichana mdogo kabla mkubwa aweze kuolewa. Na unaona, na hata vile alikuja kuleta laana kwa hii boma ya Jacob wakati aliiba miungu ya baba yake. Akakuja akakalia kwanza kuambia Jacob eti sijui, nafikiri umepata hiyo ujumbe. Alikalia wakati wanafuata kuja kutafuta miungu, akaweka akakalia kwa punda zile walikuwa anatembea naye. Wakati anaambiwa amuke, akasema ako ni wakati wake wa mwezi. So naye unajua wasichana walikuwa wanaheshimika sana wakati huo. So naye nani akaraani akasema kama kuna mtu katika nyumba, you know, Jacob hakuwa ameunganishwa na mambo ya miungu. Akasema kama kuna mtu katika nyumba yangu amebeba miungu hiyo, basi na afe. Na unakumbuka huyo dada wakati alienda kujifungua aliweza kufa. You see, those are some of the challenges that we need to face and understand. Tupate injili ya kweli. Tusitafute kombo eti ndio tuweze kujustify mambo mengine. Elikana katika kitabu in 1 Samuel chapter number 1 verse number 1 to 8 pia is a polygamous. David in 1 Samuel 25 39 to 44 and 2 Samuel 3 2 to 5 and 5 chapter 5 13 to 16 inaongea kuhusu polygamous. Mmoja ambaye ni hatari ni kama anyway, sitaki kutumia majina yale ninasikia Kenya kwa sababu sitaki kuanza kuingizwa katika magazeti. Kuna wale tumesikia katika magazeti yetu katika nchi ya Kenya wanaitwa danger. So sitaki kutumia majina ya watu ambaye itaanza kuniletea maswali ambaye singependa kujibu. Ndio. Anaitwa Suleimani. Suleimani alikuwa na wanawake 700 na mipango ya kando 300. Wow. Sasa hiyo watu ni 1000 na I'm thinking wanaweza kuwa zaidi hao ni wale walijulikana ndio wakawa recorded. Oh yes. ni kama watu wa siku hizi wapendo, watu wa siku hizi wala hawacha okoka. Mtu anakuambia ako na mke mmoja, yule unaona nyumbani. Wale ako naye katika biashara, mahali anafanya biashara haijulikani. Wale ako nao katika kazi, mahali anafanya kazi hajulikani. Wakitoka mahali wanafanya kazi, wanaenda mahali wanaenda. Wengine unasikia eti serikali ama kampuni imewalipia ndege wanaenda Dubai, eti kuna mambo ya masomo ya kiofisi, wanaenda mahali pale. Wanatoka Kenya wakienda Dubai kama wafanyikazi wa kampuni fulani, lakini wakifika Dubai wanakaa kama bibi na bwana. They take the same lodge, wanakaa hapo. Kwa hiyo siku 7 ni bibi na bwana. Kwa hiyo mambo the same way, hata hii watu wa business community, ijapo si wote, they leave this county of Nairobi, wanaenda kununua vitu Dubai, wanaenda kununua mahali fulani.
unasikia fulani ametoka na mke fulani, mwingine ametoka na mume fulani, wanasema they are business, kuna jina wanatumianga, they are business partners. Yes. Wakifika Dubai, they are married partners. Wanakaa huko ile siku 2-3 wanarudi. Kama ni dada ameacha mume wake hapa, akiwa anajua wameenda na business partner kwenda kuleta mzigo. Kama ni bwana ameacha mke wake hapa, ameenda na business partner. Lakini wakiwa huko ng'ambo nje ya inji, they are not partners, they are a husband and a wife. Na ndio naona ndugu, wakati tutafika mbinguni, Mungu akituchalia, tutaona maajabu sana. You know, I usually advise my brethren, mahali popote Mungu ananijalia nafika, ndio tutawekwa laini. Unaambiwa hapa baba Isaac, simama hapa. Wa kanisa ulikuwa unasema niko na mke mmoja. Nyuma yako wanasimama zaidi ya watu ya Solomon. Unaangalia, ukijaribu kuangalia mpaka hata mwingine unajaribu kuuliza, huyu naye tulikutananga wapi? Hata unaona sura, unajua hii sura unaijua, but you cannot even realize mlikutananga naye wapi. And that will be a problem. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Nafikiri ni vizuri tuweze kujua kwamba mpango wa Mungu ulikuwa kwamba we need to have one man and one person. Now, kuna watu wanasema wanataka kukaa peke yao bila kuoa. Wengi wanajitanga eti single men and single women. Yes. Okay, wanajitanga single parent. Paul said something. Kabla sija comment kuhusu hiyo, nataka tuende katika kitabu cha 1 Corinthians chapter number 7. Ndio nikiongea watu wasiseme ninaongea sumu, but ninaongea kuhusu neno la Mungu. Mimi siongei sumu, I'm just saying the plain word of God. Oh yes. Jacob mwingine anaweza sema eti mchungaji leo ameongea sumu nyingi. Hakuna sumu hata kidogo. Ni neno la Mungu. Corinthians chapter 7 verse verse number 1 to 4. Nataka tusikie neno la Mungu linasema hivi. Now, concerning the things whereof you wrote unto me. Ini kanisa la Korintho waliandikia Paul wakiuliza swali. Oh yes. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife has no power of her own body, but the husband. And likewise also the husband has no power of his own body, but the wife. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuna mambo nataka tuangalie, ndio tuulizane maswali hapo, ndio nataka wale watu wanataka kuniambia eti Biblia inaruhusu wanawake 3 4, ndio waniambie hii swali. Hii inasemwa katika verse 4. Nataka hebu nisome hapo, ndio tukikuja hapo ndio watu wanijibu hilo swali. Yes. The wife has no power over her own body, but the husband. And likewise also the husband has no power over his own body, but the wife. Sasa huyu wife ana control mwili wa huyo mume, na huyo mume ana control mwili wa huyu mke. Sasa wale wengine wata control mwili ya mume gani? Now that's the question. Mwanaume ameoa wanawake 5. Huyu wa kwanza ana control mwili wa huyo mume wake wa kwanza walioana katika ndoa. Naye huyu mume ana control mwili wa huyu mke wake wa kwanza katika ndoa. Oh yes. Aya, huyu wa 2, wa 3, wa 4, wa 5 ana control mwili wa nani? Asilo swali. Hilo ndio swali wanatakana kutujibu. Because kama mwanaume
ana control over his body. Ila mke wake anatakikana kucontrol huyo mwili wake. Oh, yes. Aya, naye mke hana uwezo wa kucontrol mwili wake. Ila tu huyo mume. Sasa hawa wawili wameanza kucontrol one another. Hawa wengine wako wana control hewa, ama wana control miti, ama wana control ng'ombe, ama wana control nini. That is some of the questions that we need to answer. Lakini Biblia inaruhusu kama kuna mtu amefariki, God forbid, kama mtu amekufa, then anaruhusiwa kuwa remarried. Yes. Lakini kama hakuna mtu amekufa hapo, huyu mwenye hako ana control mwenzake na huyu mwenzake ana control mtu mwingine. Asa turudi nyuma hapo juu. Katika verse number 1 inauliza hivi, that is chapter number 7. Inauliza hivi, yeah. Now concerning the things whereof you wrote into me, it is good for a man not to touch a woman. Ni swali. Kwa ufupi anauliza, ni vizuri mwanaume kukaa peke yake ama mwanadada kukaa peke yake bila mtu? Hiyo ndio swali tu walikuwa wanamuuliza. Naye akawajibu vizuri. To avoid fornication. Ili tuache tabia mbaya ya usherati. Ni vizuri mtu kama ni mwanaume awe na mtu. Kama ni mwanadada awe na mtu. Ili wakae wasuie tamaa za mwili. Maana kuna zile tunaitanga tamaa ya mwili ambayo inatakikana. Na tamaa ya mwili kwa mke wako uwezi ituliza na maombi. Itatulizwa na huyo mume wake, itatulizwa na huyo mke wake. Lakini sasa tukianza kuingiza mambo ingine hapo, then atuendi na the will of God, atuendi na mpango wa Mungu. Na ndio unaona hata wakati mwingine neno la Mungu lilikuwa na jaribu kusaidia wale watu wanaingia katika maombi ya kufunga. Inawaambia kwamba mmoja aliuliza, ni vizuri kunyimana haki ya ndoa wakati watu wanaingia katika kufunga? Maandiko inatuambia vizuri sana, ikasema kwamba munaweza kufunga tendo la ndoa katika hali ya kukubaliana, mke na mume mkubaliane, muache kwa muda, lakini murejeleane kwa haraka. Neno la Mungu linasema tena murejeleane kwa haraka ili msikuje kuingia katika majaribu. So those are some of the things that we need to understand ili tusikuje kutoka katika mambo ya mwelekeo wa neno la Mungu. Kwa hivyo labda kama kuna jambo ndio tuweze kuendelea baba, na naona kuna wapendwa wengine, kuna dada anaitwa nani? Dada mkubwa. Yes. Labda anaweza kusema jambo, msalimie alafu tunaweza kuendelea. Kidogo tu kabla ya yeye kuuliza swali, niangalie katika eneo la ujumbe. Kuna yule anasema anaitwa Shushin. Huyo hiki ni Japan. Sijui kama anajua Kizungu. Anasema kama tuned in. Dada mkubwa ambaye pia yuko hapa anasema kwamba kweli nawafuatilia kweli, pastor, be blessed always. Kuna Humble Favor anasema kwamba watching. Kuna dada mkubwa pia amesema kwamba oh my God, pastor blessed, be blessed, umenifunza mahali sijui tena, nimepata 1 2 3 4. Bwana apewe sifa na kuongoze kwa mengi. Faith Makuoro anasema kwamba amen amen, mafundisho mazuri sana mtumishi wa Mungu. Ingekuwa watu tunafuata hivyo tungeishi ile miaka tulipewa ndani ya maandiko. Nikidhani na mwingine Makoro pia ameongezea akisema kwamba kisha tuangalie Mithali 5. Ameongelea kuhusu Mithali 5, that is Proverbs 5:15 to 17, inasema na nani. Okay, tutaweza kujua hiyo, tutaangalia baadaye dada yetu Faith Makoro. Na sasa tunaendelea kwake dada yetu, dada mkubwa. Sasa unaweza kufungulia earphone hizo microphones alafu uweze kuongea. Hello. Yes, tunakupata. Asante. Swali langu
Hello. Ndio, tunakusikia, ndio tunataka tuandike chini swali ndio inakuwa vizuri. Ndio maana tumekupa masikio. Oh. Mimi naulizia katika maandiko ya kitabu yani Naomi. Naomi unajua alienda nchi za nje, bwana wake akafa, vijana wake wakafa wote. Na uongeze sauti tafadhali. Alafu akarudi na huyo Ruth. Sijui walisema ya kwamba kitabu yani maandiko yanasema ya kwamba katika hiyo kizazi cha Naomi ndio Yesu alitokea. Swali ni je, ni vizuri kufiwa mume uingiwe na mume mwingine kwa nyumba akusalishe watoto? Swali tumelipata dada yetu, lakini unauliza kwa oga. Nimesikia, lakini thank you, nimepata. Dada mkubwa, tumekupata hilo. Pastor, unasikia kwamba dada mkubwa anauliza kuhusu historia ya Ruth na walipokuwa vile pale Moabu na vile waume zao walivyokufa na walikuwa wachanga, hivyo ni kulingana na yeye. Na tunaambiwa kwamba Naomi aliwafungua akawaambia, sasa nyinyi hamna haja, nendeni tu makwenu. Kufikia hapo ningependa tu tueleze kuhusiana na masuala hayo, kwa sababu umesema kuhusiana na wale ambao ni bibi wachanga ambao wameacha kwenye ndoa watafanya namna gani? Asante. Nashukuru dada mkubwa, lakini nimempata vizuri. Swali lake nimelipata vizuri, ni mahali anapolilenga na nitamjibu direct vile ameliuliza bila kwenda kando. Yeye ameuliza swali akilengesha katika mambo ya urithi. Urithi wa kina dada. Urithi Biblia haijaruhusu hiyo. Hakuna mwanadada anaweza fiwa na mume wake alafu mwanaume mwingine akuje kuingia katika hiyo nyumba aweze kujamiana naye wapate mtoto mmoja, wawili, watatu, ili aweze kumzalia watoto waitanishwe na yule aliyekufa. Hakuna mahali maandiko inasema hiyo, na hilo halijaruhusiwa kibibilia. Lakini Biblia neno la Mungu limeruhusu kama kati ya watu wawili mmoja ameweza kufa, imeruhusu mtu kuolewa mara tena, aolewe katika ndoa takatifu. Lakini sio mambo ya kuingia hii ya eti mtu anaingia kwa nyumba eti asalishie yule mzee aliyefariki ama mambo. Hakuna, hiyo haijaruhusiwa. Lakini wakati maandiko ilikuwa inazungumza kuhusu mambo kuolewa mara tena, ni wakati mtu amefiwa na mpendo wake, akiona kwamba hawezi kukaa bila hivyo na kutosheka, basi anaruhusiwa kuolewa mara tena na aolewe katika ndoa takatifu. Na ndio maana unaona hata wanaume kama alioa katika ndoa takatifu na mke wake amefariki, unakuja unaona tena anaoa mke mwingine na anafanya ndoa takatifu kanisani na maisha yanaendelea. Haijazuia pia mwanadada kuolewa, bora iwe kuna makubaliano yale ambayo ni mikakati ambayo imewekwa, na aweze kukubali kwamba mimi nilikuwa katika ndoa ya kwanza na tulifanya ndoa katika kanisa na mume wangu akafariki, na kuna mambo yale ambayo yanahitajika yamefanyika mahali pale vile inavyohitajika, basi nimefika na mimi ninaona siwezi kaa bila kuolewa, maana sikuwa nimepata mtoto. Ukiangalia mahali lile jambo alizungumzia kuhusu Naomi, Ruth alikuja na akaolewa katika ile nyumba ya kina Boaz. Aliolewa, hakuridhiwa
hiyo jambo aliuliza hakuridhiwa, kama vile unakuta katika jamii nyingi ya African tradition. Eti labda ndugu mkubwa alipata mke ama ndugu mdogo akapata mke kwa bahati mbaya, mume akafariki, yule mkubwa ama yule wanafuatana akakuja akarithi. Hiyo hairuhusiwi. Hakuna mahali maandiko inaruhusu hiyo. Lakini kama huyo dada anataka kuolewa, anaruhusiwa kuolewa, aunganishwe hata ikiwezekana ndoa, ama ni yule bwana ambaye mke wake amefariki na wameweza kukaa katika ile hali ya kutuliza familia yao na waweze kuweka mikakati kama kawaida. Ile mikakati tunafanya ya vijana wakati wanapooa, mikakati inawekwa chini, watu wanaketi chini, wanapata ushauri na hiyo ushauri unamsaidia, basi anaingia katika ndoa. Kunakuwa na that engagement, mipango inawekwa ikiwa mzuri, basi na mtu anaweza kuolewa. Lakini ile ya kuja kuingia eti ya kusalishia watoto sijui afanya nini, hiyo hairuhusiwi. Hiyo tumekataa. Hairuhusiwi kabisa. Alright, Pastor, lakini kuna swali hapa ambalo liko complicated kidogo kwa sababu hapa sasa unajua Pastor, hata mimi nimekosa kuelewa ikiwa kwamba mtu ameachwa anaitwa ni kama mjane, sio? Na akiachwa kiitwa mjane, tunaambiwa kwamba sasa amekuwa kama wanasema kama mboni ya Mungu. Sasa sijui tena anaweza kahasi tu ujana ikiingia kwenye ndoa. Hawezi hasi. Ndio nilikuwa nasema kwamba wakati anapoingia katika ndoa kuna mambo mengi yanazungumziwa. Ni kama kijana anapooa hawezi ingia tu katika ndoa tu kama anametoka tu na kuingia katika ndoa. Hata ile ya tamaduni bila ya kuwa katika kanisa ilikuwa na mpangilio ambao mtu anatumia ndiye aweze kuingia katika hiyo ndoa. Tukiwa tunazungumza ile ya kule nyumbani ya tamaduni, wazee walikuwa wanatumwa, kuna watu walikuwa wanatumwa kwa kina msichana, wanaenda kule, unasikia watu wanasema katika iboma kuna kitu nimeona hapa, watu wanazungumza hapa na pale, wanazungumza mpaka hata wazee wanaulizana. Unakuta kama ni mzee ako na wasichana kama watatu na wote wamemaliza shule ama wako ni watu wazima, hata mzee anachanganyikiwa, anashindwa kwa hii wasichana yake tatu hawa watu wamekuja kutafuta nani? Mpaka masaa zingine inabidi hawa wamekuja kujieleza waseme kwa hao wasichana, kwa sababu labda mzee hajaelezwa, aambiwe kwa hao wasichana wake watatu ni nani huyu amekuja kutafutwa. So kuna ule mpangilio unawekwa na kuzungumzwa, lakini sio ile ya mira. Ile ya mira eti wazee wameketi chini wamesema sasa ile kitu inatakikana. Tumeona sisi wazee tumekaa chini tukaona wewe ni msichana mdogo, ulikuwa umepata katoto kamoja hapa, na hiyo ni kama jicho moja na inaweza tokea bahati mbaya ubaki hivyo. So tumeonelea iko pita hapa ndiye atakuja akiwa akifieka hapa kwako hapa na kukuchunga chunga na kukuuliza maswali kama kuna kitu. Hiyo hairuhusiwi hata kidogo. Lakini akiamua yeye mwenyewe anaona kwamba na ni mtu ambaye anataka kusimama katika heshima zake na anataka kukaa katika njia ya heshima na anataka, basi kunawekwa na mikakati, kunakuwa na mazungumzo ambayo yanatosha ya heshima. Na huyo dada kama bado ni mchanga, labda hakuwa amepata mtoto, hakuwa ameendelea na mambo mengi, basi anaruhusiwa na anaweza kuunganishwa ndoa, maana hakuna kitu itaweza kumzuia ila tu kuwe na mpangilio ambao unatosha. Mpangilio ambao unatosha kwamba wazazi watahusishwa na watu wengine wataelezwa, lakini sio ile ya shortcut ya kuambia sisi tumemchagulia huyu akuja ingie katika hiyo boma aweze kukaa. Hiyo ni ya tamaduni la ambaye katika mpango wa Mungu haiko. Well, imeeleweka Pastor, na naona kwamba tunazidi kwa njia iliyo nzuri. Sijui kama kuna mtu ako na swali, kwa sababu tuliongezwa dakika 20, naona kwamba zimebaki zile 4 ili kwamba tuweze, unajua hii topic ilikuwa ni tamu, na hata tuanze sasa hivi Pastor tutamaliza.
Bado maswali yataendelea kuibuka moja baada ya lingine, lakini tunashukuru kufikia hapa, bado unaendelea tu kuchambua kwa njia iliyo nzuri. Sijui kama dada mkubwa uko na swali lingine kabla ya sisi kutamatisha, kwa sababu tumekuwa na dakika chache sana. Isaac, mimi sina swali. Okay, thank you. Pastor Kicho. Mkono basta. Namuunga mkono kabisa, sababu maandiko yanasema ya kwamba ukiachwa mjane kama hukuridhika kuwa mjane unaenda kwingine. Huwezi uitwa tena mke wa huyu mtu aliyekufa. Oh yes. Nimempongeza sana, na hata nilikuwa na kitu moyoni kimetoka sasa, sababu nachanganyikiwa sasa, nimepata breakthrough. Yes, amenifikisha yani ukingoni wanasemanga. All right, thank you so much. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki. Amuongezee sana zaidi. Asante dada mkubwa, Mungu pia akubariki na pia weze kukupa amani ya moyo na kupe ufunuo zaidi. Aya, vizuri Pastor, nikiangalia kwamba kufikia hapo sasa tuta ile kitu nilikuwa nimekuambia nimekutumia sasa hivi. Pastor. Kila kitu nilikwambia kiingia kwa WhatsApp, utakiangalia pale, itakuwa ni vizuri. Anyway, kufikia hapa naona kama zimebaki dakika 2 ili kama tutamatishe. Na Pastor, kwa wale ambao walihitaji tena kujua hii story, ikiibuka tena kuna maswali, bado tutarudia mjadala ile kwamba wazidi kufuatilia, na itakuwa ni vizuri, kwa sababu mambo yote, hali zote, tunataka kwamba kila mmoja neno limfikie kwa njia iliyo nzuri namna hii. Sijui kama uko na jambo. Nashukuru tu kwa sababu Mungu ametuwezesha na ametuchalia. Swali ninajua labda linaweza kuja kujibuka baadaye, na ni vizuri niweze kuzungumza tu kwa dakika moja. Oh yes. Wale sasa wameingia kwa bahati mbaya ama nzuri na wamejipata wakiwa katika ndoa, wako wanawake 3, 4, watafanya nini? Sasa hapo ndio swali linatokea. Watoke katika hiyo ndoa, wakimbie, ama itakuwa namna gani? Mimi nataka kuambia kwamba wakati ulipoingia, wewe unajua kama ni mwanaume, wakati ulipooa mke wa pili, ulimuoa ukiwa unafikiria jambo gani ndani ya moyo wako? Haujafungiwa kuokoka, haujafungiwa kudhubu dhambi, haujafungiwa kuingia kanisani na kuabudu Mungu, haujafungiwa kufanya yale yanayohitajika katika fellowship ili uweze kuendelea. Mambo mengi yale umefungiwa ni uongozi wa kanisa wowote ule. Hauruhusiwi kuwa kiongozi kwa ajili ya kushikilia ofisi yoyote katika kanisa. Maandiko inasema hiyo, kwamba ukitamani kazi ofisi yoyote ile katika nyumba ya Mungu, basi lazima uwe mume wa mke mmoja. Na hata hivyo kama ni mwanadada pia inahitaji uwe mke wa mume mmoja. Mambo kama hayo, hiyo inakuzuia. Lakini mambo vile utazungumza na Mungu, vile utamulilia Mungu, sasa ni kati ya wewe na Mungu. Kama vile Adamu walipoharibu kule shambani, Adamu na Hawa, wao walimulilia Mungu na kuna njia Mungu aliwarehemu. Na mnakumbuka maandiko yanasema kwamba aliwatengenezea nguo kupitia kwa kondoo na mambo mengine, na akawapa neema. Kuna neema inashuka kwa watu. Kwa hivyo hata kama uko katika ndoa ambayo umeolewa ni mke wa pili, wa 3, wa 4 hivyo kuendelea, ama wewe ni mzee ambaye uko na zaidi ya mume mmoja, ani zaidi ya mke mmoja, kuna neema ya Bwana huwa inashuka juu ya watu wake, kama vile ilishuka kwa Daudi, ikashuka kwa Jacob, ikashuka kwa Suleimani, ikashuka
kwa wale wapendwa wote ambaye tulitangulia kusema, ambaye walikuwa na wana Elikana, Esau na watu wengine wale waliotutangulia, bila walikuwa kuna neema huwa inashuka, lakini mwisho mpaka utajibu hayo maswali wakati mtakapokutana na Mungu one on one. Sasa mkiwa wewe na Mungu, wakati baba yetu na Lord Jesus ataketi katika kiti sasa cha enzi katika kuwahukumu wale ambao ni wazima na wafu, ambaye wameshinda na mambo mengine, hapo sasa ndio utajitetea wewe mwenyewe na Mungu ndiye ataweza kujua jinsi umeweza kujieleza, na hapo sasa ndio Mungu ataweza kujua atakuweka katika misani gani na atakuachilia huru, atakupa taji gani na mambo kama hayo. Sisi tukiwa wanadamu, sisi hatuwezi kukukondemu tukwambie sababu sasa wewe umeoa wanawake wawili, umeoa wanaume wawili, tukufukuse kanisani. Hapana. Kanisa utakuja, maana faith inakuja kupitia kwa kusikiza neno. Wokovu unakuja kukusikiza neno. Maisha ya mwanadamu yanajengeka kwa kusikiza neno, kuingia katika ushirika na mambo mengine. Ile kitu peke yake sisi tutakuzuia kama viongozi wa kanisa na dini, tutakuzuia mahali moja kwamba hatutakupea uongozi wa kanisa kwa sababu maandiko hairuhusu hiyo. Lakini haya mengine basi wewe Mungu unajua vile utaweza, kwa sababu kama ni wokovu, wokovu ni wewe unalinda. Unapokiri wokovu ni wewe. Unapotubu dhambi ni wewe. Unapomuita Mungu ni wewe, na unajua siri yako na Mungu iko namna gani. Ni nini ilikuingiza katika haya maneno ya polygamy? Nini ilikuingiza hapa na hapa? Hiyo yote wewe utajua vile utazungumza na Mungu, na Mungu atakusaidia na atakuwezesha. Hiyo iwezi kukuzuia kutoshiriki ibada, haitakuzuia kufanya yale mambo ambayo Mkristo ambaye ametambua Mungu anatakikana kujua. And that's why Jesus came, so that all of us can get saved. But jambo la msingi ni kujua kwamba the will of God, it was one man, one wife. That is the will of God. Haya mengine ni sisi wanadamu tunaongeza chumvi hapa, tunaongeza ni kama kupika mboga, unaongeza nyanya, unaongeza chumvi, unaongeza hii na vitu vingine kama hiyo. Lakini the will of God is one man, one wife. Haya mengine Bwana atatusaidia na najua tutaweza kushinda. Kwa hivyo usikuwe na shaka, usiseme sasa sababu mimi tayari niko na wanawake wawili sitaenda kanisa sasa. Hapana, kanisa utaenda na wewe utajua vile utazungumza na Mungu, na Mungu atakusaidia kadiri, kwa sababu yeye ni wa rehema na yeye anatupenda sisi wote. So God bless you so much. Amen. Kabla ya kutamatisha, kuna wale ambao wameingia hivi sasa, lakini nimemwona Faith Makoro na alikuwa na swali hapa, anasema iwapo huyu mjane amebaki na watoto, je, ataenda nao watoto ama atawaacha? Nafikiri wakati nilipokuwa nasungumuza kuna jambo nilizungumuza sana nikianza kwamba lazima kuwe na mpango. Oh, yes. Kwa sababu tayari alikuwa katika ndoa, ni kama alikuwa katika familia. Sasa kuna mambo ambayo yanaketi, watu wanajadiliana na wanazungumuza na wanakubaliana. Jambo ambalo hawataweza kukubaliana ni kuambiwa wewe chukua huyu chukua huyu. Hiyo hapana. Mwanadamu hawezi kukuchagulia yule mwanamke ama mwanaume ambaye unataka muoane na yeye. Hiyo hawawezi kukuchagulia. Lakini jinsi hawa watoto wataweza kukaa, jinsi maisha yenu yatakuja kuingiana, hiyo mtaweza kujadiliana na muone, muweke mambo yawe sawa, na kutoka hapo basi uruhusiwe kuwa huru na unaweza kuingia katika ndoa na hautaweza kuwa na shida. Lakini iwezi kuwa vita. Uwezi amuka tu kuamuka kwa sababu sasa bwana yako amekufa ama nini, alafu unaamuka asubuhi moja umejipiga na kuondoka. Remember that is a family. Ni kama ile familia mahali ulitoka, mahali ulikuwa. Haungeweza kutoka kwa baba yako tu kienyeji tu namna hiyo,
ama kwa mama yako tu naamuka kienyeji tu na kusema mimi nimeolewa. Hiyo ndoa ndio ziko, kwa sababu watu wanakata nyasi, anapitia kwa mahindi, anatokea kwa nyasi pande ile nyingine kwa barabara, anaingia katika ndoa. Hiyo iko. Lakini sasa pia ukitoka kwa hiyo ndoa namna hiyo, itakaa kama hiyo ulikata fence ukaruka huko ukaenda, na chochote kinaweza tokea huko mbele, na usikie msasi akisema mimi hata huyo mtoto sijui kama alitoka kwa boma ama hakutoka kwa boma. Kwa hivyo kuna kuanga na majadiliano ambayo yatakufanya uwe huru. Remember, maandiko inasema vizuri, yale watu wanakubaliana hapa duniani kukiwa na mapenzi ya Mungu katikati na mbingu yanakubalika. Yale yanayofungwa hapa duniani kukiwa na mapenzi ya Mungu, hata mbingu yanafungwa. Kwa hivyo watu wanaketi chini, kama kulikuwa na watoto na yeye anaona hawezi kaa bila mwanaume, wanakaa chini kwa sababu mume wake alifariki, wanakaa chini. Ni kama hata yule ambaye ni mwanaume amefiwa na mke wake, hata yeye si eti anaamuka asubuhi moja na watu wanamuunganisha na ndoa. Hapana, kuna mambo yanazungumziwa. Hata hao watoto wa yule aliyefariki si wanaongeleshwa, labda wamekuwa watu wazima, wamefika miaka 12, 18. Hata kuna watu wanaoa watoto wakiwa 26. Sasa imagine baba yako ama baba ya mtu ameenda kuleta mke mwingine, mama ya hawa watoto alipofariki wamekuwa watu wazima. Kijana amefika miaka 25, 28, msichana amefika miaka 26. Alafu baba yake jioni moja wanakuta amelete msichana miaka inatoshana na huyu. There will be a conflict. So wanaketi, wanazungumza, kunakuwa na maelewano, na hata hao watoto unakuta wanafurahi wakiona, kwa sababu wanaona baba yao labda anahangaika maana mama alifariki. Wanaona hata wao, unakuta wakati mwingine wanamruhusu, dadi, sisi tumeona badala uhangaike, tafuta mtu ambaye unampenda na sisi tutamheshimu na tutamkubali kwa hii boma kama mama yetu, kwa sababu mama aliweza kutuaga. Na inakuwa na mambo mazuri. Hata kukiwa na ndoa, harusi kanisani, unaona watoto wale wa marehemu wanafurahi, wanamuraki, wanamkumbatia wakiwa na furaha, kwa sababu kulikuwa na mawasiliano mazuri na ikaweza kufanya haya yote yakawa vizuri. Vivyo hivyo hata kwa kina dada, kama anaona kwamba hataweza, ichapo wanadada wetu wengi unakuta they can contain themselves, baada ya kifo unakuta wengi wako na heshima na pia they can contain themselves, na wanachishika vizuri na wanazimamisha hiyo familia bila kujipaka matope, bila kujipaka uchafu. Na that's why haionekani sana in the African setup. Ikianza kuonekana inakaa kama is an odd one out. Haikai kama inaingia. Ni kwa sababu wanadada wetu Mungu amewabariki sana, they can contain themselves na wanaendelea na kukuangi na shida hata kidogo. Vizuri. Faith Makoro, karibu, ili kwamba ikiwa kwamba kuna zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Ninashukuru sana mwanzo kwa mtumishi wa Mungu kuleta mafundisho ambayo watu tunafaa tujifundishe na tuweze kuelekea vile Mungu anavyohitaji. Swali langu linaenda huku. Siku hizi unapata kuna watu wamo kanisani and then wako na bibi wawili, watatu, alafu wako ni viongozi. Sasa unapata taswishi inapatikana pale, afai kuwa kiongozi kanisani, sijui nini. Je, hilo swali ni kweli afai kuwa kiongozi kule kanisani ama ni mawazo ya wanadamu tu? Ndio swali langu. Na ikiwa kuna lingine kabla pastor atajibu, itabidi kama umefululiza, itabidi kama pastor ni kama umetoweka, tuishia pia, tutaendelea tumalizie.
Nashukuru, asante kwa sababu ya dada yetu ameuliza swali nzuri kuhusu mambo ya uongozi, na nafikiri nilikuwa tumeliweza kulisungumzia. Na nataka kuangalia katika kitabu cha 1 Timothy, in the book of 1 Timothy chapter number 3, nataka tusome kuanzia verse number 1 tusome mpaka kule tusome mpaka 3 tu tufike mahali pale. Although kuna mambo mengi hata yanazungumziwa kwenda kule chini, lakini akipata nafasi anaweza kusoma hiyo 3 na itamfunza mambo mengi. Aisome yote, maana inaongea kuhusu mambo ya uongozi kanisani, ikianzia na ofisi ya askofu. Na ofisi ya askofu haikui ofisi ya askofu kama haina wazee kule chini, haina deacons kule chini, haina ushers kule chini. Ofisi ya askofu imechengwa na hiyo. Ni kama kusema the executive arm of government. Tukiongea, nataka ndio niweze kumweka msingi mzuri ili tuweze kuelewa. Tunaposema executive arm of government, tunaongea kuhusu the president, the deputy president, the ministers, the police, hiyo vitu yote, ili iweze kuleta kitu tunaita the executive arm of government. Atuongei kuhusu president peke yake kama hiyo laini haiko. Pia tunapozungumza kuhusu ofisi ya askofu, sikia vile neno la Mungu linasema, this is true, saying, if a man desires the office of a bishop, he desires a good job. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given of hospitality, open to teach, not given to wine, not greedy of filthy liquor, by patience, not proud, not covetous, one who rules well in his own house. Na mambo mengine. Hata ukifika katika mstari wa 8 inaongea kuhusu mambo ya deacons. Likewise, must the deacons be grave, not doubted, double-tongued, not given too much wine, not greedy of filthy, na mambo mengine. Ukisoma hapo yote inajaribu kuonyesha mambo ya uongozi wa kanisa vile unavyokuwa. Na sasa swali ameuliza ni kwamba mtu ambaye ako na wanawake wengi anatakikana kupewa uongozi kanisani. Maandiko hayaruhusu. Lakini kama kuna kanisa imeweza kufanya hayo, basi sasa inategemea na uongozi wake. Na mimi nataka kuwa very specific, kwa sababu mimi sijui ni kanisa gani ambaye imeweka hiyo, lakini I want to be very specific na niseme jambo moja. Kwa mfano, tuwe na kiongozi wa kanisa kama mhubiri ama mzee wa kanisa ambaye, na unajua hata wakati mwingine watoto wanapozaliwa wanaletwa for dedication katika kanisa, na in dedication service maandiko yanasema kwamba awekwe kwa mikono ya kuhani ili aweze kumunenea baraka na kumuombea. Sasa this person is an homosexual, this man is an immoral person. Hii ni ile mtu anachunga wake wa wale walio fariki, ndiye amewachunga na mambo mengine kama hayo. What type of spirit anaweka kwa hii mtoto? Kwa madhabahu ni nini anapeana? And that's why unakuta church kama inaongozwa na kiongozi ambaye is an immoral person, there is a lot of immorality within that church, that congregation. What are very immoral. Na hata kama ni huyo kiongozi wa kanisa hilo, hawezi uliza maana hata yako na watatu kwa hiyo kanisa. Hasa atauliza swali gani? Na yeye pia amefungwa hiyo miguu. Hawezi uliza maana hata wale washirika anataka kuuliza, wengine wao ndio marafiki zake. Amewapeleka out, ameenda mahali fulani, hata iko mmoja karibu akampata na akamwambia usiseme maana utaua kanisa. So those are some of the challenges. So that's why. Na ikiwa ni mtu wako na saidi ya mke mmoja, there is a big challenge, kwa sababu sasa maandiko na mambo mengine utakuta kwamba
kutakuwa na changamoto. Kwa hivyo kulingana na maandiko hairuhusu kupewa uongozi. Wewe ni mwanaume, uko na wanawake zaidi ya mmoja na mambo mengine, lakini kuparticipate kwa miradi ya kanisa, mambo ya kanisa, ama kuna mzee elder ambaye amekuita umsimamie mambo fulani fulani, unaweza fanya, kwa sababu pia umeingia katika kanisa, unampenda Mungu. Kuna mambo mengi, kuna mambo makosa yako yale unajua, na labda dhambi zile unajua, umetubu kwa Mungu. Maana kutubu ni siri yako na Mungu. Maombi ni siri yako na Mungu. Jinsi unapofanya mambo yako ya siri na Mungu, Bwana ndiye anaweza kukujua na yeye ndiye ataweza kukuweka misani. Lakini yule mke uko naye mmoja, wawili, watatu, it is physical, inaonekana uko na watatu. Hiyo sio siri, inajulikana. Vitengo Jane, Beatrice ni ya Peter. So hiyo sio siri eti utasema nimetupu asubuhi. Sasa ulitupu asubuhi, Beatrice akaenda wapi? Jane akaenda wapi? Martha akaenda wapi? They are still your wives. Hawezi potea. And in fact, kwa sababu uliwaoa na ukitaka hata Mungu akupe grace, unatakikana you equalize, treat them equally as your wives wote, maana tayari wako katika maisha yako. Kwa hivyo wale ambao wanaruhusu ni kulingana na doctrine zao, kwa sababu unajua doctrine ya kanisa si Biblia. Doctrine ni mzingi wa kusaidia kanisa fulani liweze kuwa na maadili mazuri, ili liweze kuwa na misingi mizuri, iweze kupeleka watu mbinguni. That is the doctrine of a church. Kwa hivyo kama wao katika kanisa fulani inaruhusu hiyo, that is their doctrines ambayo wanaona kwao. Wengine wanawaweka kwa sababu labda huyo mzee ni tajiri. Sasa wanaona wamuweke mzee wa maendeleo. Huyo ni mama ni tajiri. Wanasema wamuweke mama kanisa ili aweze kusupport kanisa kwa njia moja. Lakini ukweli ni kwamba mambo mengine wao ndio wanajua vile wameweza kuregeza na ikaenda vile wao wameona kwao inakuwa ni sawa. Lakini kulingana na maandiko basi. Alright, Pastor. Thank you so much. Kufikia hapo unaona kwamba my fellow colleague ananiambia kwamba ninataka ni set mambo fulani. Kuna show ambayo ilikuwa ianze saa 4 kwa sababu tulikuwa tunaona kwamba mjadala ulikuwa umenoga. Akasema kwamba ametuongeza masaa fulani, kwa hivyo hayo masaa ni kama Pastor leo yameisha. Na nimeona kwamba wale ambao wamekuwa kitufuatilia pia nao wameridhika, kwa sababu ningekuwa nimeona hapa wakiendelea kutufuatilia sana. Kufikia hapo Pastor, ningependa tu useme maneno yako ya mwisho kisha utuombee na itakuwa ni vizuri. Asante, nataka kushukuru kipindi, nataka kukushukuru ndugu Papa Isaac pamoja na management kwa ajili ya nafasi hii. Nina hakika kuna watu wamepata nafasi na wameangalia maandiko inasema nini na mambo mengine. I'm sure wata interrogate neno la Mungu, na kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wanaenda kusaidika ili tufanye mambo sawa. Tukiwafanya sawa, hakika tutakuwa katika barabara ya kwenda mbinguni and we succeed. Lakini tukicompromise, utakuja kwamba hatutapigana. Paul alisema katika 2 Timothy chapter number 4 verse number 7, alisema nimepigana vita vilivyo vizuri na pia nimelinda imani. Sasa naongojea taji. Wapendwa, tukifanya vitu bila maandiko, tukifanya vitu kando na mambo mengine, tutakuwa tunapigana vita, lakini tunapigana vita visivyo vizuri. Alafu pia hatutalinda imani. Aya, inaweza kuwa tumeoa, tumewekwa viongozi, tuko na wake 3, 4, tumewekwa katika uongozi wa kanisa, tumepigana vita vizuri kabisa vya kanisa. Vita vizuri kwa sababu kama ni michango ya kanisa tunafanya. Kama ni fungu la 10 tunatoa. Kama ni fasting tunafanya. Kama ni nini tunafanya. Hiyo ni vita kabisa, ni vita vya kiroho. Ukisemekana tunataka kuchangia pastor, unachanga. Tunataka tuende kikundi ya wazee tunafanya. Lakini vita hizo yote mzuri na imani je, hatujalinda.
basi taji ile Bwana ambaye ametuwekea hatutaweza kuipata. Mungu awabariki na apate kutufanya mambo mazuri. Let us tupigane vita vilivyo vizuri, na pia imani tupate kuilinda. Ile taji ambaye Bwana ametuwekea tupate kuipokea. Hiyo ndio my parting shot, kwamba tuangalie vita ni gani tunapigana na tuangalie imani. Kwa hivyo tupigane vita vizuri na tulinde imani. Tusikuje kupigana vita vibaya tukilinda imani, ama tupigane vita vilivyo viovu vita vilivyo vizuri lakini tukose kulinda imani, basi taji itatupotea. Bwana atubariki, na kila mmoja mahali hapo Bwana ambariki na apate kumtenda mema. Ninaamini kwamba wakati mwingine Bwana atatusaidia, na ningeomba Baba Isaac, Mungu akitujalia the next shows, kwa sababu kuna mahali kwingine naona kwamba ninafungia 1 2 3, naomba tuanzie labda kitu saa 4 in the progress show, ili nisiweze kufungia. Kuna watu ninaona ninafungia mahali wanataka kusonga mpaka saa 4. Niombi tu ninaweka ikiwezekana show ambazo zinafuata kama vile ile tunakuwa naye ya Sunday, ili iwe inaanza saa 4 ama saa 4 kuanzia between saa 4 na saa 4 na robo. Ikianzia hapo itakuwa ni vizuri. Sana kwenda mbele. Ya kuanzia saa 4 kwenda mbele ndio nisiweze kuitiraviana mahali fulani. Ninaona mambo yao ili tembee vizuri. Alright. Hiyo tutaangalia alafu tutaongea. Asante. Haya, asante, na tupeleke tu kwenye maombi. Haya, tuingie katika maombi. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Asante kwa sababu umetufundisha kuhusu ndoa. Bwana, ninaamini kwamba mapenzi yako ya mbingu ni kwamba mume awe na mke mmoja, na zaidi ndio uliweza kumweka Adamu na Hawa. Ninaamini kwa wapendo hawa wamesikia ujumbe huu, unaenda kuwapea ufunuo, na zaidi unaenda kuwasaidia. Hautaenda kuvunja ndoa, hautaenda kuleta shida katika matatizo katika wapendo wale wanaenda kusikiza ujumbe huu, bali unaenda kuwapea ufunuo wa kiroho ili wapate kujengeka kiroho na pia kimwili, ili jina lako litukuzwe, heshima ionekane, na Bwana mapenzi yako yaendelee kutendeka hapa duniani kama vile yalivyo mbinguni. Tusaidie, saidia management ya TV hii pamoja na wale viongozi mbalimbali wakiongozwa katika station hii ya Kisii Hot TV. Asante Bwana. Asante kwa sababu ya ndugu wetu Baba Isaac Leonard, mubariki pia anapoendeleza kipindi hiki katika siku zijazo. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Wale walio wagonjwa ninawaombea uponyaji, walio na shida mbalimbali Bwana, wewe ndio unatatua kila jambo. Katika Luka 18:27 unasema those which are impossible to man, to you God it is possible. Yale yameonekana milima kwa wale wapendwa ambao wamekosa matumaini, Bwana wasaidie ili yaweze kuwa mazuri katika maisha yao, wapate kufurahia wema wako, na maisha yao yasikuwe ni ya lawama, yasikuwe ni ya uchungu, bali wafurahi upendo wako. Wanapolala wale wanaingia kulala, Bwana ninawaombea usiku mwema, watakapoamka kesho ushindi wako upate kuonekana. Asante mtakatifu, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Thank you so much Pastor. Bwana akubarikie na uwe na usiku mzuri. Asante. Amen. Huyu amekuwa ni pastor wetu Jeremiah Nyabende. Tupatane tena hapa kesho kwenye Moshenee ya Christ, kwa sababu tutakuwa tunaongelea mengi zaidi kuhusiana na masuala mengi ambayo Kristo Yesu anahitaji yawe katika maisha yetu, kwa sababu anahitaji kwamba tukombolewe, anahitaji kwamba tuzidi kung'aa na kuzidi kwenda mbele, kwa sababu maisha yetu najua yanahitaji kwamba yawe katika ukamilifu, kwa sababu Kristo Yesu ashatuambia kwamba
tunahitaji pia tu ukamilifu. Ninatamatishia hapo kwa sababu ndugu Kurkuntu Denona Butu anaingia hapa mida hiyo ya saa 5 pale, ili kwamba zidi kutupakulia mengi zaidi kwenye majira ya saa 5. Kwa hivyo kufikia hapo nimeachia haya mengi ambayo tumekuwa nayo. Najua kwamba kuna maswali mengi ambayo ungekuwa unauliza, lakini kufikia sasa hapa natamatisha nikisema kwamba Mungu wa baraka na neema yake ambayo inatushuhudia maisha yetu ikutoshe pia wewe. Tutazidi kuongea hapo kesho kuanzia yale majira ya saa 2, kisha hapo kesho tutakuwa tunakupa taarifa zaidi, ikiwa kwamba tutageuza kukuwe na matayarisho mengine siku nyingine, kwa sababu vile pastor ametueleza hapa lazima tusikie, kwa sababu yeye sasa ndio mgeni wetu wa heshima. Kwa asante sana kwa usikivu wako na utazamaji wako wema. Mungu wa baraka akubarikie. Tumekuwa naye Pastor Jeremiah Nyabende na mimi Papa Isaac Leonard. Kufikia hapo, naomba kwamba Mungu wa baraka wabarikie na waongoze usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Kuanzia hapa kuelekea sasa, tupatana naye Kurkuntu. Kwa heri ya kuonana na usiku mwanana. Wale ambao mko kwenye hospitali, tunajua kwamba Mungu wetu wa baraka, Mungu wetu ambaye ni Rafa, ataweza kuwaponya, na wale ambao mko na hitaji mambo na pesa, Mungu tu atawapa, na tunajua kwamba Mungu mwenye uwezo ataweza kuweza kusikia yale ambayo ni maombi yenu. Kwa heri ya kuonana.